Sema kuchelewa. Hey. Anyway, right on time. I want to welcome you kwenye show. Karibu sana. Nimedunda ndani kama kawaida. Nimefika. Yeah. Karibu sana. Karibu sana. Nyinyi watu wangwana sana. Karibu sana kwenye show yetu ya siku hii ya leo. And I hope kwamba itakuwa very late as today. You know what, ya jana ndio tumeachana. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Welcome. Mwensi pi ndani ya show. Najua kwamba leo itakuwa very late. Itakuwa nzuri sana. Nataka kushare link hapa. Chukua hiyo link and start sharing with your friends. Invite friends kuingia kwenye show na tuweze kupiga nao, na I hope kwamba tangia tupo jana siku ya jana, leo tumeachana leo asubuhi, na show imekuwa sambamba kabisa, show imekuwa tamu sana, show imekuwa kabambe, ilinoga kunoga tu, yani ilikuwa tu ya kufresha. And today tuko na a very special, a very crucial and a very I'm trying kuongea Kizungu. So today we have a very crucial meeting here, and we have a very special program. Yokonya, one of our fellows, he has a very big problem, by the way. It is loud and it's loud and clear. Thank you very much. So we have one of us what a very serious emergency. But before we get to that point today, I want to welcome you all to our show tonight. Feel at home. When I say feel at home, sitaki mtu aende kitchen aanze kupika ugali na kuku. Unaanza kuenda mpaka bedroom kutafuta sijui nini. No, feel at home. Yani I mean like this. Welcome, sit back, relax and enjoy. Okay? As well as we are steering you and we get prudani ndani ya prudani. Okay, today we're gonna share a very crucial topic about family life and challenges and whatever so many people pass through. Today we have a very ilikuwa ni emergency topic ambao huyu ndugu yetu anasema kwamba yeye yupo katika Kiswahili ni kigumu jamani. Katika kitato cha 4, na pale ambapo anasoma ni shule ya shule ya kutwa. Sawa. Anaishi kwa aunty yake. Akiwa anaishi kule kwa student shangazi. Kiswahili mna yetu Kiswahili nayo. Imekuja tu na meri na gari kutoka Mombasani. So katukupata hapa Kisii. Anyway, so vile tu amekuwa tu akiishi kwa aunty yake ama student shangazi, niseme hivyo. Amekuwa tu akimdhulumu na kimtesa kwa sababu kwamba aunty yake anamwambia you are very romantic. Ujue kwamba aunty yake ni mkubwa tu na mshinde miaka kama 6, but anamwambia kwamba you are very romantic, you know, kama unaishi hapa, you know, your uncle simpendi vile nakupenda wewe. So anakuwa tu amekuwa anamcheza, asipofanya vile anamwambia kijana anaweza tesika asipate fee hapo kwa nyumba, anaweza kuwa anahangaika. Sisi na pidi sometimes anatii, but imekuwa too much mpaka anasema kwamba mpaka yani huyu mwanako ameweza kuwa addicted, mpaka hawezi ona kwamba kuna mzee wake yuko pale hata kumpatia zile heshima zake kama ama mtoto wake. So hivi leo tuende kujadili katika home chadala, tuweze kusaidia ndugu yetu, na kama uko na maoni mazuri tu waweza msaidia huyu ndugu yetu, itakuwa vizuri sana. So bila tu kuweza kuanza moja kwa moja, nataka tu kukaribisha, naweza kukuhakikishia kwamba tutazidi kupiga moja kwa moja hadi mwisho. Lakini natuna kwamba kama mimi nishachukua simu yangu, ukiona hapa nishachukua simu yangu ndio hii. Sawa. So nikichukua hii simu yangu inamaanisha tu hivi, pia wewe chukua hiyo simu yako, twende hivi step by step, okay? Step by step. Simu wangu ana PF aje hivi. Nataka uenda papo hapo, wewe paki hapo. Jumia nataka kufungua ndio naweza kufika papo hapo mahali ulipo hivi sasa hivi. So shikilia hapo. So tufanye hivi. Si unani watch. Wacha nichiwatch pia mimi nisikie utamu. Nijione hapa. Let me feel that ka utamu ka kujiangalia huku. Ka utamu ka kujiangalia papa hapa. Like it is.
Nimeangalia kumbe kuna kautamka kujiangalia. Sasa achukua hivi simu like hapo, weka hiyo thumbs up, fanya hivyo like this, and then fanya hivi share. I want you to share, so start share. First copy your link, then that's the first time. Second time tena share papo hapo, chukua hapo, twende pale WhatsApp, and share WhatsApp. Kuna kautamka kujiwatch, kumbe nimefeel good. Nimejana kwa simu, imagine niko hapa. Mungu ni mkuu. By the way, take that one. So let's go to groups zenye uko kule ambazo unaruhusiwa kushare linki kule na karibisha watu. Kwa mfano mimi nataka kushare kwa group, nimechukua pale group ya Kisi Hot, nimechukua kwa rafiki yangu hapa, nimechukua kwa mwingine huku, nimekimbia pale, ndio hiyo. Naangalia hapa ni share wapi, ndio nimeweka kwa hapo kwa hiyo group tena. Nimeweka kwa hiyo group tena mpaka mara tano tu hivi, ndio unasema kwa ndio nimeweka. Nataka tushare ndio tuweze kuanza show yetu siku hii ya leo. Natafuta group gani ile tena naweza share hapa, inaruhusiwa kutumia linki kule. Okay, nimerusha huku. Limit ni unashare kwa watu watano. Nimesha now send. Ukiona weke caption kule juu, ipatie time TV. I want us to kushare that link, to share. Imekwenda. Pia utakuwa unaenda hivyo imo on whatever pale, sijui IG, sijui kule wapi, Facebook, sijui inaitwa siku hizi aje, I don't sielewangi, but it is okay and it's very nice. So we want tuweze kufundishana haya, but unajua kwamba ni wengi ambao wanapitia tatizo kama hii. Huyu jamaa bwana, unashiriki ngono na aunty yako, unamuita aunty, usinisaidie na, but jamaa akikataa kutii vile aunty yake anamwambia, hawezi akasaidika, hawezi akashughulikiwa, na manake inapidi analazimika kufanya vile ambavyo anaambiwa. So and that's so today I want to wish you and welcome to our show. Now tukifanya hivyo sharing, now turudi nyuma pale, turudi nyuma kule, nione sasa tuingie kwenye comment. Turudi nyuma kule pale tulikuwa. Make sure una cancel, una refresh, andika comment papo hapo, sema watching you from where. For example, mimi hapo nataka kuandika comment yangu, watching you from studio, na unachiwatch bwana. Sasa mtu andika comment hapo, andika comment yako hapo. Mimi nishaandika comment yangu hapa, na wewe andika comment yako pale hivyo tu. Itakuwa noma tena zaidi. Sio naona comment yangu ishafika hapo. Imeandikwa K-Ban TV. And that's me. Nishaandika pale na ninachowoje. Wacha mbwakini bwana. Wacha mbwakini. Anyway, so let me just see you here guys. Yes, wacheni mbwakini na tuone vile itakuwa vipi. So let me do this guys. Itakuwa safi tena maridadi zaidi. So tushiriki kwenye mchezo wetu wa siku hii ya leo. Nataka kuona comment zikianguka pale. Niambie kama ni watch kutoka wapi, na kisha ukiona kama weka maoni yako pale, nitaweka linki kule, uingie kwenye show, tujadiliane mjadala moja kwa moja. So feel at home, and this is the one and only, the black star, the black man in Africa, the only man with the black skin. Maana ambapo wanakuja wanatoa rangi nyeusi wanawekea wa Afrika ni mimi. So wanna welcome you to the show tonight. So feel at home, mimi hapa kwenye steering. So usiogope mtu yote yule kukulikundu sia. Mimi ndo napaka wa Afrika rangi nyeusi. Sasa mimi ndo napakanga wa Afrika rangi nyeusi tititi. That's my color and I'm proud of it. So we want to really wish to share this mchadara. Jamaa sema kwamba is tired. He is very 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 tired. Kwanza kushiriki ngono na aunty yake, anamtumika vibaya, anamtesa, asipotii vile ambavyo anamwambia. Anaweza yani mpaka sasa imefika mahali hawezi kuona kwamba ango yake yuko, mpaka mtizana amesema kwamba si ango anaweza nishuku kwamba mimi ni na aunty tuko na hali ya kimapenzi. Jamaa sasa ni ile kwao hawajiwezi, hawezi akatoka kule.
Kwa sababu kuna anasoma shule kidato cha 4 na anaweza kaondoka pale pale. Akitoka kule shule itakuwa ngumu sana. Ataenda shule vipi? Atasoma vipi? Sasa imekuwa ni kitu ngumu sana kwake kukifafanua na kuweza kuona jinsi ambavyo anaweza saidika. Ndio maana amesema kwamba pia akiambia anko itaenda kuleta utatanishi katika ile ndoa itafanya nini? Itaharibika. Ndio maana anasema anafaa afanye vipi, kwa sababu angalau hapo amalize shule alafu aanze kujitegemea. Ni kwa sababu pale nyumbani wazazi hawatiwezi na pale hawezi akakaa kule. So I want to welcome you kwenye show. So feel at home. Anything that you comment, it is very nice. Comment yako ni muhimu sana, maoni yako ni muhimu sana, yatasaidia huyo kijana na aweze kufanya mtihani wake. Unajua kwamba mwezi wa 3 pale tuko na mtihani wa kidato cha 4. So I hope utaenjoy the show, ingawa licha ya sisi kuelimishana na kijana, kuna wengine pia sisi tutaelimisha kutokana na hapa. So mimi wote nikukaribisha kwenye show kama kawaida, kama kawa. So nataka kuona comments zikianguka pale. Niambie unanitazama ukiwa wapi tafadhali. Niambie kwamba unaniwatch ukiwa wapi, unashikilia rekodi gani, unasalimia nani, unatakia nani usiku mwema, umemisi nani. Pia msimkumbuke hivi, wanawake tulisema hivi, ladies we say like this, February tulipostpone, haiko 2022. February tulipostpone, itapatikana 2025. Tuliondoa kwa calendar, so we don't want stress mingi tafadhali. Valentine's haipo, so free at home, enjoy. Haitakuwa, usikuwa na stress. Januari imekuja mbaya, Januari imetuleta mbio sana, imekuwa mbaya, so don't fear anybody. Jua kwamba ambia mshikaji wako, ambia mpenzi wako, sweetie, February iliondolewa. Nani alitoa? Akikuza nani tumwambie kukurikuntu alitoa February akaipeleka 2025. Now tuko stress free, tunajua kwamba Januari imekuja mbio sana, na 2025 February itakuwa mwezi wa 5, haitakuwa mwezi wa 2, kwa sababu unajua Januari inakuwa Januari. So tulikansel hiyo. So feel at home, hapa msinunue flowers, hapa kuna kuonyeshana ile mapenzi. So inajua kwamba iko very rich. So back to the normal pack kwa normal topic of today. Let me just welcome you kwenye show. So let me just give you nione pitia hapo comment 2-3 and then nione kwamba inakuwa vipi. Somebody here by the name Gertrude Nyamari waiting. Are you still waiting my dear sister? Si mimi nishafika hapa. Si mimi iko hapa. Kwani wewe unaningoja bana? Unaningoja mimi kukulikunti iko hapa. Unaningoja wapi? Kukulikuntu ashafika bana. Are you present? Say present if you are present. Chano anasema kwamba torokia you and what? HCR. Asante sana chamo karibu sana. Guys, jamani kukulikuntu hi. Warembo hi. Wamama hey. Wanaume ni sauti yenyewe toshelea hapo. Asante sana. Gideon Ombogo kutoka Obwara niko tuned pro, karibu sana. Jopes bisa sokoma pole ama hapo ama jute padaye. Please una umri gani? Mtoto akiwa na kidato cha 4 kwa maanisha kwamba ako chini ya miaka 18 bado huyo ni mtoto. Sawa. Paul Oyunge koranyamcheo ibino I'm locked in down ibino word. Hey, karibu sana mtu wangu. On my TV, how can I do? I have many followers, please. On my TV, tunataka tukusaidia je ndugu yangu. How can we help you? How can we help your brother? Well. That's me. K-Pan TV, that's me. Kukurikonto, that's me. K-Pan TV. Hey, watching you from studio. Yani unachiwatch bwana. Hey, unajoma bwana, unajoma. Ninajiwoji bwana, ninajiwoji. Anyway, so hiyo niko nipatie mfano. But guys, let me just see your comment. Ana maoni yako ni yapi kuhusiana na topic ya siku hii ya leo. Baadaye napatia na link. Anaitwa Amos wa Kambuni Kiogoro tuned in. Nyakomoke muga iso aheshimiwe. Hobe nyakomoke ningo. What do you mean nyakomoke? So, kisini kigumu my friend.
That's what to translate it to Kiswahili. It will eat me. It will eat me. It will eat me urimi. I want that one is very difficult for me to translate. All right, sana sana. Wacha niwapatie link watu waweze kuingia kwenye show na tuweze kushirikiana moja kwa moja. Sio kwamba show iko moto sana. Asante sana Amos wa Kambuni. Thank you very much. So guys, nimeweka linki pale. If you take that link itakufikisha papa hapa moja kwa moja. Kisha baadaye uweze kutupatia maoni yako na tuone kwamba ushauri ni upi tuende kupatia huyu kijana. Ni ushauri upi ambao umeweza kupepa sasa hivi usiku huu wa leo kwa kuweza kushauri kijana, kwa sababu kwamba ameteseka sana kushiriki ngono. Unajua kwamba kushiriki ngono na anti yako, anti, hata ingawa ni kama wanaelekea kulinganisha miaka, lakini sasa alikuwa ashaoleka. Kwa sasa anti anamtamani, sema kwamba you are very romantic my friend. You are look romantic, you are look beautiful, you look beautiful. Kijana, you look beautiful, yani you make me blood chemka. So the guy anasema kwamba I'm tired. I'm supposed to respect my aunt, but she doesn't respect me. She doesn't respect me. I am mimi mtoto yake. Mimi ni mtoto yake. Auntie, she needs to respect me. Let me hear somebody. So pick that link, my dear sister, my dear friends, my dear brothers, and join me tonight's show as we want to share more and more and more. Maoni yako yatasaidia sana. Na nyinyi wale ambao mnasumbua, uko na mzee, unaona pale nje pia ni kutamu. Mbona usishughulike na hali yako? Make your husband romantic, beautiful. Make your husband beautiful and handsome. So don't chanda and don't disturb na hata chanda abantu other people. Sasa kama kijana, you are supposed to respect. Huyu ni mtoto wako, unafaa kumheshimu, but sasa kijana anasema auntie aniheshimu kabisa. Sometimes wakati anko yuko sasa ndiye anaonanga shida. Wakati anko yake yuko kijana anaona shida siku mrefu. Anaona siku mwaka kijana anaogopa, tafadhali naweza mpatika mimba hapa anajiletea shida. What can I do? Auntie needs to respect me. What can I do? So let me guys see you here. Nishaweka linki pale. If you see pale kwenye comment kuna linki kule, guza hiyo linki, chaza hiyo linki ikufikisha hapa ndani ya show. Upeane maoni yako, uweze kuambia watu, je, wewe unaweza mshauri kijana nini? Unaweza muambie ushauri upi? Yes of course. Kwao haizi toroka kwao. Para anteke na msaidia anasoma, analipa fee, anteke na anaishi na yeye. Lakini sasa akienda kwao ni umaskini tele. Maskini hohe hahe. Sasa hawezi akastahimili kukaa kule. Sana. Kuna mtu hapo anaitwa Maria Joy Kuruntu. High five Maria Joy, how are you doing? Karibu sana. Maria Joy anasema kwamba Gertrude, mambo vipi? Anasalimia Gertrude, asante sana. Dr. Oirere anasema kwamba following, karibu sana daktari, karibu sana, thank you very much. Maria Joy Mokeira, omae salimika, umesalimika. So wanawake, yani usiji, when you are married, when you uko umeoleka, just stay with your man. Your man. That man is the one. She's the one. That man is the one. Mwenye ambao ulikuwa umechagua akukoe. So now you see here. Sasa I don't know wale ambao ni wakisi, sijui kama kuna tabu. Ama kuna tabu ambayo itaweza tokea kulingana nayo na kutokana, ama kuna rahana ambazo zitatokea kutokana na hii ama kutoka kwa mwanamke. Kwa sababu kijana anaweza kujizuia kukataa. Akikataa hiyo ni anapata mateso. Kwa sababu yeye ndiye anakaa pale na anti yake, akifukuzwa fee asikapewa fee, sometimes anateswa. Akicooperate na anti anacooperate kulipa fee, anacooperate kumpatia pesa, anacooperate ku nini. Sasa kijana anasema wacha tu nijaribu mara moja kuonja. Sasa ili kuonja mara moja, anti amesema tunaonja kila siku, lazima tuonje kila siku, lazima tufanye nini? Tuonje kila siku. Hesbon Kaunda watching you live clear Monena. Sana Hesbon Kaunda, sana mtu wangu na kuona pale. That is Hesbon Kaunda. Thank you very much. Anaitwa Maria Joy Mokeira kutoka milimani, niko ndani. Uko milimani ya Nairobi, Kanairo ama milimani ya Kisii?
For that we have milimani Kisii tuko na milimani, Nakuru kuna milimani. I don't know if this is, I don't know. Tuko milimani asidi gani? Karibu sana kwenye show. High five, I'm locked in from Nyanchwa. Josephat Onyamo. Josephat Onyamo. Nasema kwamba locked in. Karibu sana Josephat. Send sana. Thank you very much. Husband kaunda aunty ako na bwana. Aunty ako na bwana. Aunty ako married. But most of the time aunty anaishi hapa nje na kijana. Kijana anasoma shule ya kutwa. Unaona? Sasa anko ako kazi. So as the moment kijana ako na aunty, most especially weekends, most especially half terms, shule zikifungwa, jamaa anaona siku mrefu, jamaa anasoma, anaomba Mungu tafadhali siku iziishe nifunge shule ama nisiende weekend nyumbani. Kwa sababu ipi? Aunty anamtesa. Aunty anamwambia lazima unionjeshe, wewe ni mtamu, you look very 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 handsome and beautiful, so lazima nionje hiyo nini. Nikimwambia tafadhali aunty, I'm supposed to respect you, you are supposed to respect me, na namwambia no. Kama ni hivyo kwenyu, kijana kiangalia akienda kwao pale ni kanyumba kamoja ka kitchen chicken ambapo wanapikia, haizi enda kalala na mama yake, haizi enda kakaa kule, so anapiga hesabu shule hataenda, anaona hasa tu avumilie afanye vile anaambiwa, lakini asome kumuza shule ana kama anaweza kinazua. Lakini kwa sasa kabla ya mtihani kufanyika anafanya vipi? Naona hapa mtu anaitwa Daktari Oirere, for the interest of the discussion. Mimi siwezi hata sema kana pewa. Hapo ni kuramba sukari na kupanguza. Akita tinga kalisa kama bantu basoke. My friend, you say you ramba sukari, unaramba sukari uchipanguze mdomo. Unajua kwamba ukilamba sukari at long last lazima ijulikane kwamba umelamba sukari. Hata uchipanguze vipi, lazima kaonekane sukari. Afadhali useme chumvi yawezi kaonekana sukari. Sukari omene sukari, my friend, ke kwa gaiga anka konyene komenete sukari biko sambe. Thank you very much. Nashiti, I'm in the parking ground today, pro. Hapa leo siasa vipi Nashiti? You want to join us from Mombasa, my brother? Gideon Ombogo Korwa Obwali, niko tuned. Sana Obwali, sana. Karibu sana kwenye show. Let me give you this link again. Nataka kuwapatia link. No, I want to see, nataka kusikiza sasa maoni. Nataka kusikiza maoni yenu hapa, and we see what can we do. Nataka kusikiza maoni yenu hapa. Nimeshawapatia na link kule, and itakuwa very 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 lit. Itakuwa very very good to hear from you guys. What is your concern? What can you tell this young man? What can you advise this young lady? She's married. She's at 27 years. She's called Aunty. She doesn't respect this. Yeah, she doesn't respect huyu kijana. Imagine, anamwambia wewe ni mtamu. Unamwambia mtoto wako wewe ni mtamu. Isirekiweze kulala na mtoto wako. But kijana amesema it is enough. Ni kama anaweka mtego. Anasema kwamba ni kama anko anaweza realize. Anko anaweza realize. No, anko anaweza realize. Unajua hata kwa unaomene sukari, my friend. Ega mtora amene kwa pa musika nge toka kare kana no monyo. Umonyo na boko menaiga na anwere korwa. Lakini sukari, omene sukari lazima kale kamoja, kale ka Kristo kale kamoja. Lazima kapaki hapa kwa mdomo, my friend. Hey, lazima kale kashuga kapaki hapa. Na anka atajua kwamba ulilamba sugar. So akakijua ulilamba sugar, anakugaramia, anakulipia fee, anataka kukusaidia. Je, utameki uhusiano upi wewe na anko yako? Sasa angalia hao wanawake kama alifanya Adam na Hawa. Oh, hey. Mmoja mmefanya mpaka nimeanza kuingia show, nimeanza kuingia deep hata kama sijaomba nikaribishe kwenye show. So guys, karibu sana. Hii show ni ya sisi wote. Michelle Rojito locked in. Michelle, karibu sana. Long time my dear sister. Moranga Oira, Nairobi CPD locked in. Oh, me locked na tuta-unlock my friend in Nairobi. Watu wa Kanairo, we love you. Watu wa Kisii, we love you. Watu wa Africa, we love you guys. Nyamira, we're gonna love you.
na pia watu wa wapi diaspora, tunawapenda nyinyi watu wangwana sana. Asante sana and may God bless you so much. Pwas Ondali, era pro long time missed you but I'm back now. Salimia watu wote wenye wako live, niko tuned in. Mmesalimiwa na Pwas Ondali, amesema high five. Salimia kwa my friends. Anasema anaitwa Hesbon Kaunda, kijana enjoy tu, lakini baadaye maisha yake haitakuwa normal sana. Mira ya omogusi aki hiyo ni mbaya. Naona kama tukiingia sana, wacha niombe tuanze show. Chukua linki pale, piga ndani ya show, maoni yako live on the direct, mimi nitakuwa nafurahia sana. Kwa wale ambao linki nakatanga kukuleta, call me, nipigia simu, tusikie maoni yenu, sikie uko na shauri upi, unaambia kijana. By the way, sahi hata kama nimwambia wacha tu nikusaidia leo, ingawa kesho ni shule. So nataka kijana kabla hajaenda kulala, sasa ni maana saa 4:42, tusaidie kijana ndio posa akienda kulala upate ashafanya nini, ashaelewa, ashapata ujumbe. So guys, don't fear, we want to go and save this life of this young boy, na pia tumpatie time ya kulala kwa sababu kesho ni shule. Sawa sawa. So nataka tukuje kwenye show, mtuambie moja kwa moja na tuone vile itakuwa. Tafadhali, itakuwa noma tena zaidi. So wacha niombe, nimetoa kofia na watu wa kofia kama si official. Let's pray as I welcome you guys to the show. Mighty God, we bless your name. Thank you, and we bless you because you are worthy to be glorified for this time. Thank you because you are wonderful and you have cared for us. Since we left from this side, again you have met here for a purpose of discussion. God help us, advise us, give us your knowledge, give us your favor. Receive your glory and honor. In the mighty name of Jesus Christ we pray and believe. Let's say amen. Karibu sana sasa. Watu wengie kwenye show, itakuwa noma tena zaidi. Anaitwa nani? Irene Kerubo in. Karibu sana Irene. Anasema kwamba tuned in. Karibu sana to Irene Kerubo. Anasema kwamba present. Karibu sana. Amekuwakilisha. Karibu sana mtu wangu. Anaitwa Irene Kerubo number 1. Karibu sana Irene number 1. It's yours obvious kila day. Irene Kerubo, say hi to my Ungwaro Riruta team. Ungwaro Riruta team, umesalimika sana. Umesalimiwa na Irene Kerubo. Anasema kwamba high five. Karibu sana Irene Kerubo. Anasema kwamba we love you too. Thank you very much Irene. Karibu kwenye show. Jopas Ungaro ni nani alimtuma kufanya kazi kwa anko yake, but I don't think that Arame Lolo atanyimwa ni ya bure tu. Arambe no, hafanyi kazi. Aunty ama anko wanamsaidia kumpeleka shule, kumsomesha kwa sababu nyumbani kwao hawajiwezi. Nyumbani kwao maisha ni magumu, wasa wote tukaramia kumfundisha. Lakini baadaye Aunty amesema bwana, you look romantic bwana, you look romantic and handsome. Irene Kerubo, happy new month to all members. Happy new month. Nilikuwa nimesahau. Na tulisema hiyo mwezi nilikuwa nimesema hatuna February this year. January ilikuja mbaya sana. So tutakuwa nayo 2025 mwezi wa 5. Postponed. Pwas Ondali, hey to you, karibu sana boss. Kerubo asema kwamba watching live from Western Hotel Longata. Asante sana. Oh yes. Irene Kerubo, karibu kwenye show. High five. Thank you very much. Irene Kerubo Ondali, happy new month. Karibu sana. Jopas Ongaro, mwenye makosa ni Aunty. Sasa kijana afanya nini? Aunty amesema wewe katiba yako ni nzuri. Nimeipenda tangia nianze. Yako ni tamu sana. Sitaiacha. Deno, asante kwa kuheshimu Mungu na kumtambua. Asante sana. Thank you very much. Blessed and blessed mami. Karibu sana kwenye show. Nakupata, sijui kama unanipata. Nakupata loud and clear and green. Kitu ya kwanza kabisa ningependa kukupongeza kwa new month. Asante. Kwa sababu ya kutambua Mungu na kumheshimu. Kwa sababu huyo ndio kila kitu. Kama sio yeye, haungekuwa unapumua. So hiyo kitu unafanya inatufurahisha pande hii. Leo tumeamua tuiseme wazi. Hiyo kuheshimu Mungu na kumtambua
ni kitu mzuri sana. So mi upande wangu pia namshukuru huyo Mungu kwa kutufikisha hii masaa. Kitu ya pili, mimi nawish kila mtu ambaye anatusikiza, anatutazama, wale hawatujui, wale tunajua, ninawawisha happy new month and a blessed month of Valentine. Hii mwezi ikawe ya baraka kwako na ya furaha kwako. Sijui kama niingie kwa mjadala direct ama uko na swali. Yes, blessed mom, let's continue to the topic. Na unaweza ambia kijana ama auntie vipi, kwa sababu auntie anasema ya kijana katiba ni tamu, atamwacha na kijana ameshinda fanya nini. Karibu sana. Mimi nimeshika hii mjadala wako vizuri sana. Mimi ningependa kusema hivi upande wangu. Wacha watu waache kutumiwa. Wacha watu waache kubebewa akili. Huyu kijana kama auntie yake anamtumia, huyu kijana hawezi kutuambia eti amekosa family. Family inakuanga kubwa sana. Kuna family upande wa baba, kuna family upande wa mama. Kwa hivyo huwezi kosa familia. Ukiona huyu auntie yako anakutumia, hata kama anakusomesha, hata kama amekuajiri, hata kama anakufanyia mazuri, unaweza kutoka pale, uende kwa mwingine mmoja, uongee naye, umuongeleshe, umwambie auntie, hata kama nakaa kwa auntie fulani, mimi nateseka, kuna vile unaweza nisaidia. Huyu mwenye umeelezea atachukua ile maneno aende aelezea mwingine. Like example yangu, kwetu tuko watoto 6. Kwa hivyo my son hawezi kosa usaidizi kwa watoto wote 6 wetu. Isitoshe bado tuko na yani niko na my niece, my nephew. Hawezi kosa usaidizi kwa watu wote. Kwa hivyo watu waache kukuja hapa kutupima akili ya kwamba ati kwetu hatujiwezi, sijui nini. Kwenu hamjiwezi, yes, hiyo tunaelewa, lakini si uko na familia. Mbona usitafute usaidizi kwa hii familia? Sasa unakaa tu hapo unatumiwa. Utatumiwa mpaka lini? Utatumiwa mpaka uzeeke. So mimi sioni kama huyo jamaa anafanya vizuri. Mwambie atoke hapo aende kwa familia ya ingine, hiyo familia tu, pande wa baba, pande wa mama, atasaidika. Mimi hivyo ndio naweza sema, lakini mtu asikaange tu ni kama watu unasikianga akilia, niko na shida, niko na shida. Uko na shida, suamuke utafute kazi. Suamuke uende utafute kazi. Sijui kama tena unanipata ama nimetoka nje ya topic. No, uko sawa na kupata. Blessed mom, nataka tuchukue kitu. Angalia mahali situation uko, ufukara, maskini, hoe hahe, hamtiwezi. Unaona? Maana ukienda kwa watu, kuna wengine wanaweza kukataa. Labda mmoja ndiye alikubali kufanya nini, kukulea. Huyu ndiye anakulipia school fees. Ukitoka pale sasa hivi kitatu cha 4, wewe ni mwanafunzi wa kutwa, utaishi aje? Au ukisema kitu anaogopa, anasema atalipu ndoa, akisema akijulikana. Hizo hani ni kitu inakuwa ngumu. Labda nisiambia watu wengine wasione vibaya. Unaona? So huyu ndiye anakulipia school fees. Je, ukisema nani atakulipia school fees? Kwa sababu watu wengine wote wamekukataa kutoka kwenyu. Nyinyi ni maskini. Unajua maskini hawana marafiki. Blessed, kuna pahali unanikasirisha. Unanikasirisha ukisema ati watu wanakukataa. Huwezi kataliwa na watu wote. Huwezi kataliwa na familia yote, pande zote. Nimesema familia ni kubwa. Kuna pande ya mama imebeba watu wengi, pande ya baba imebeba watu wengi. Haya, Dino umesema huyo mtu ndio kila kitu. Sasa mimi nikae kwa mtu anitumie kwa sababu ananisaidia? Mimi siwezi. Mimi nitatoka pale no matter what. Hata si yeye anafanya nipumue. Ile kitu mtu naweza ogopa ni yule anafanya nisipumue, huyo tu. Lakini as long as napumua, hiyo usaidizi ingine, mimi nitatafuta kila pahali, na ikikosekana tapigana mimi mwenyewe, tajipigania. Kwa hivyo huyo mtoto mwambie awache kutumiwa in the name of kusaidiwa.
Na Deno, acha kusema ati ukataliwa. Huwezi kataliwa na watu wote, huwezi. Atafute ushauri na usaidizi. Wakati uko na shida, ukinyamaza nayo itakuumiza. So ni wewe unafaa uongee. Mwenye utaenda kuambia, utamwambia acheze chini, asi ati aseme ndio ufukuzwe, acheze chini. Nimwoneka blessed mom. Chudi kwa mboka tuned in, karibu sana. Jobas Ungaro, karibu sana. Mokur Mobema, hii jina ni ngumu my friend. Animute, karibu sana kwenye show. Jambo. Si jambo. Habari ya siku. Iko tu sawa. Asante sana, nafurahi sana kukuona kwenye salimia niingie kwenye mjadala. Karibu sana mtu wangu. Sawa, karibu. Lakini utanini kidogo kwa sababu ndio nimeingia. Bado sijui. Nifafanue kidogo. Right. Mute pass hivyo. Sawa, thank you. Leo tunachadili kuhusiana na kisa cha mtoto wa kidato cha 4 katika shule moja ambaye anaishi kwa aunty yake. Na hiyo kitu ilipeleka huyu kijana kwa aunty yake kuishi pale, kwa ni maskini, hawatiwezi. After aunty yake aliona kwamba anafukuza school fees, masomo yalikuwa ngumu, aunty akasema nipatie kijana, nimpeleke, nienda nimsomeshe na akae kwangu. Kijana amekaa pale kwa aunty yake, lakini anko yake ako mbali kidogo. Anakujanga sometimes ako kazi. Lakini sasa aunty ameamua kutumia kijana katika kushiriki ngono. Ameamua kushiriki ngono na kijana. Kijana wakati mara ya kwanza alipojaribu kukataa, alimwambia sitakulipia school fees, sitakugharamia, nitakufukuza sasa kwangu urudi kwenyu. Ama nitaambia anko yako ulikuwa unanitamani. Unless you accept kwamba tulale na wewe tushiriki ngono, au niambia anko yako ulikuwa unanitaka, niambie hata wazazi wako. So kijana akaona akaje kujitetea, akasema kwamba akamshinda. Kijana akasema sasa wacha basi tujaribu mara moja peke yake. Hatutajaribu tena. Only mara moja tuache. Wakajaribu mara moja. Kutoka hapo ni mara moja, aunty anataka kila time. Mpaka imefika sasa kijana ameona kwamba anko atakuja kususpect kwamba natumia pipi yake, na pipi yake ndiye ananitaka na mimi sitaki. Unaona? Kijana akikataa kushiriki ngono na huyo aunty anasema kwamba sitakulipia school fees, sitakugharamia, nitakufukuza. Na kijana kwao amekaa kwa maskini, hakuna mwenye alikuwa anamwonea huruma isipokuwa huyo aunty yake mwenyewe ndiye alikuja kumtoa pale. Ndiye anauliza tu hivi, jamani, afanye nini? Amechoka kutumiwa na aunty kushiriki ngono weekends, half terms na holidays. Yaani mpaka asikie shule ifungwe, asikie atoke shule, anahisi tu akae shule pale kwa sababu aunty anamtaka. Anamwambia you're very romantic, kazi yako iko safi kushinda yanko yako. Yaani anamsumbua tu. Hata kumpatia, mpaka watu wameanza kususpect. Atampatia amani. I don't know what's your take. Karibu sana. Now umesikia mchada vile unaelekea. Mwanako ni muhimu sana. Karibu sana Mokulu Mobema. Nimesikia vizuri sana. Na hope unanisikiza vizuri. Iko clear. So tunapata ya kuwa mambo kama haya si mara ya kwanza kusikia vitu kama hizi. Kuna hata wale ambao wazazi wao, ambaye baba mzazi amemzaa, anapata nafasi kufanya mambo kama kumdhulumu kimapenzi. So si kitu ya kwanza. Ila tu umejua hata kama si ya kwanza, lakini hata wewe mwenye anatenda mambo kama haya pengine si nzuri sana, kwa sababu kuangalia, umejua saa zingine unaweza chukua situation ya mtu, na si mara, kuna watu wengi, hata wafanyikazi wengi unapata mtu ameenda kufanyia mtu kazi kwingine na boss wake pia ako hapo, mambo kama haya yanafanyika. You take advantage because of the situation yenye mtu wako, kwa sababu ana voice, hata afanye nini, ana hiyo uwezo, si ndio?
Na hii ni jambo ambayo umejua mara nyingi huwa tunafikiria eti maybe mtu mwingine kutoka nje ndiye anaweza fanya hizi. Huwezi jua ni hata yule mwenye uko close na yeye, most of them ndiye unapatanga wanapata nafasi ya kufanya vitu kama hivi, ambayo si jambo nzuri sana, kwa sababu kama umesema huyu mtoto ako form ngapi? Kukuru jina ni ngumu sana, na ningependa kujua ako miaka ngapi hivi? Form 4. Oh, Form 4. Form 4 na miaka? Form 4. Miaka yake? Lakini hata sasa Wewe miaka 17. 17. Hata kama si mambo na miaka, lakini 17. Sawa. Lakini hata kama si miaka, hata kama kwa 20 something, lakini unaona situation yenye mtu hapo bado inakuwa mbaya, kwa sababu hizi ndiye vitu ambazo inafaa sisi kama in the society we need to condemn such. Na saa zile mambo kama haya yanafanyika na kijana, ni kumshauri tu ni jambo moja, kwa sababu anaendelea na masomo na huyu anachukua advantage kufanya nini? Kumdhulumu hivyo kimapenzi, ambayo si nzuri sana. Na kwa sababu this one it affect even jinsi yeye mwenyewe anavyokaa. Na unapata kuna sehemu hapo umesema, nilikuwa nasikiza kwa makini, unasema ya kuwa aunty yake mwenyewe ndiye anamfanyia nini? Anamtisha eti atambia ankoju eti yeye anakuwa akimtaka, na which is the vice versa. So tunaangalia the level of these things vile zinafanyika si mzuri sana. Na ile tu kenye naweza ambia kijana kama anaweza fanya ni ile tu, unajua these are cases of sexual gender based violence and they happen, na tunapata si yeye nilianza kusema ya kuwa saa zingine wale wenye tunafikiria hawafanyi mambo kama haya ndio wanakuja wanazifanya. Na kuna situations nyingi unapata hata mzazi mwenyewe, baba mtoto, anamfanyia vitu kama hizi. So ile tu ningesema tu ni hizi cases kama hizi ni vizuri tuna report kwa either unaweza chukua tu upeleke kwa polisi ili waweze kufanya nini? Kuona ni yapi ambayo wanaweza fanya kulingana na ni ile tu. Saa zingine pia umejua the fear yenye imekuwa is that when we talk of the gender based violence, unapata saa zingine uende na moso, huyu ni kijana, uende kwa polisi, polisi pia most of them unapata they favor the girl child sana, so that ukipeleka kesi eti wewe ni kijana umefanyiwa hii na msichana, saa zingine vile hiyo kesi itaangaliliwa inakuwa tofauti kama msichana mwenyewe ndiye ameipeleka. And therefore mapolisi pia na wenye the human rights na those other stakeholders ambaye wanatetea, ni vizuri pia wajue ya kuwa even men themselves wanakuanga victim of such kind of things, ambazo when they wakiangalia hizi cases kama hizi, they need to also to be fair to even the boy child, kwa sababu sasa unajua nimekuwa na mambo na the girl child amepanga to so much favor, kwa sababu most of time ni wao ndio wanakuanga that victim of this gender based violence. But at the end of the day we need also to relook on this as a society, tujue ya kuwa even hata mvulana akipeleka such a case, they need to take it that serious. Plus hivyo, hiyo tu ndio inaweza kuwa maoni yangu kulingana na topic ya leo, na ile tu it is not a good thing for Mokuru. Yes. Mokuru, fanya hivi. Mokuru, fanya hivi. Ongeza sauti kidogo. Wamesema kwamba ongeza sauti. Sauti iko chini sana. Nilikuwa nasema on the last bit, nimesema ya kuwa in a society where we are in, unapatanga most people wanadhani eti a man akipeleka such a case eti amedhulumiwa kimapenzi na msichana, unapatanga like the way ama the seriousness of such cases, unapatanga sama kuna still there is a gap, kwa sababu
normally unapatanga wanawake ndio wanakuanga victim sana sana, so imekuja to that hata wewe kijana ukipeleka such a case hawatachukua that much serious, and therefore it is to the stakeholders ambao wana take care of all those things, ni vizuri wafanye nini, wajue ya kuwa even men can also be a victim, they can also be victim of such cases of gender violence. Na nimemalizia kusema ya kuwa it is not good for someone to do such a thing, because hizi vitu unapata anajaribu mara ya kwanza, kesho anataka na inakuwa like a routine that nisipofanya hii itakuwa hivi. Na unapata huyu binti pia anamkazia ya kuwa in case of anything yeye ndiye ataenda ateteti, ni yeye ndiye alikuwa anataka kufanya hivyo, which is again for such case mimi ninge advise to huyo jamaa either afanye nini, aende kwa polisi ama report hizi things to maybe, hata kama usitumie tunaelewa unaweza kuwa we ni maskini, si ndio? Lakini at the end of the day we need to, hata kama unatoka kwa hiyo familia ya maskini, huwezi vumilia penye unaona tu hapa kuna shida, kwa sababu mtu akikudhulumu kimapenzi kuna mambo mengi ambayo yanaweza tokelezea mengi. Kwanza watu kama unapata we have got even in as much tukiachia mambo kama hizo, we have got even other issues, consequences of sex tunajua ni nini. We have those pregnancies, inaweza lead to that, upate umepea aunty yako mtoto, si ndio, ambayo pia inakuwa hivyo. Then again tunaelewa kuna magonjwa pia ambaye kijana anaweza pata. Sasa yeye anaweza sema acha tu nitakuwa nasoma, lakini at the end of the day major health is not all a matter of that I'm physically fit, but even you need to talk about the mental, psychology, the social life na psychological, because this one itakutocha your psychological life, na at the end of the day you won't perform your daily activity perfectly. So ni ile tu ningependa kijana maybe these are cases unaweza report kwa polisi ama atafute mtu mwenye anaweza mguide vizuri. Na kwa polisi pia at least when ukisikia cases kama hizi, it is good ujue even men can also be a victim of such gender based violence. La sivyo ninarudisha tu kwako, maybe kama kuna mwenye ako na swali anaweza ona. Okay. Alright, asante sana. So Mokulu, nana pale Dr. Irere, I've seen you, sijui umeenda wapi. Let me ask you swali Mokulu. Yeah, Mokulu, kusema ukweli. Yes. Wewe mtu akuje. Tuseme sasa ni wewe. Ni mimi sasa ndio hiyo. Akuja kuambia sasa Mokulu, jifanye wewe na kijana, Aunty amekuja ni mali safi, anataka kukujaribu, utakubali ama utakataa? Anakuambia njoo nikupe for free. Okay, umejua kwanza hata kama ni umejua cheap things pia zinakujanga na consequences mingi, unaona? Hata kama uniambie tunaelewa urembo iko, saa zingine hasamani unaweza sema acha nijaribu nionje hapa, kwa sababu unapatanga like society kwenye tuko utapata like you will go for that, but at the end of the day unaangalia what are the consequences of doing such a thing, because at the end of the day vile tu nimesema tu saa hizi sex kuna vitu mingi inakuja nayo. Number one, tuko na hiyo magonjwa, so it is all about from your mind, na ufanye at least nikifanya kama nimekubali well and good, lakini si eti ile ya kuniforce eti I involve in this because of either one or two things. Ni ile tu nitaangalia at the end of the day nimejua kuna consequences. Sasa hata nikienda huko naenda, lakini nimejua naweza kutana na hii na hii na hii ambaye kama ni vizuri nitaepukana nayo. Kukurukuntu kwako. Right. Asante sana. Kuna mtu anaitwa
anaitwa Ivan Nyagaka, watching you from Saudi Arabia. Asante sana Nyagaka. Kuna mtu anaitwa Hespen Kaunda, ni kama kijana alisoma katiba vizuri hadi anti akakubali. Sasa anavaa kuanza kusoma mbaya mbaya ndio anti aachane na yeye. Hespen Kaunda, you just kill me. Yaani we ati asome katiba mbaya mbaya ndio anti amkatae. Hiyo ndio ushauri namwambia. Wa Kenya jamani. Jopla Ongaro, drop your digit. Hiyo namba nimeweka hapo. Ikiwa imekataa link yako, imekataa kujoin, you call me direct and we give you maoni. Upeane maoni yako live on the direct papa hapa. Kama imeshindikana, you call me live on direct. Hespan Kaunda Mokulu, sauti yako iko down sana. Niongeza sauti. Jobas Ongaro, thanks kukurikundi. Thank you very much. So that number nimepatiana pale. That's the phone number. You call me live on the direct. Unapeana maoni yako, unasema vile ambavyo wewe unataka iwe. So we want to hear from you guys. What can you advise? What kind of advice would you give to this young man? Okay? I see someone here anaitwa kwa mtu anaitwa Ongaro Aloza Poaze. Ushauri wangu wa kijana ni aende nyumbani, aeleze wazazi kwa mila ya Kisii kuuza hata suruali ya anti ni rahana mbaya sana. Ruthias Wonami, wacha si utoke hapo. Si utoke hapo uende. Nani soma comment yako hapa. Nani soma comment yako hapa. Ria. Anaitwa nani? Hespen Kaunda. Okay, nishasoma hiyo. Thank you very much. What can you advise this young man? Maanti hapa sasa wameamua wanachukua katiba, ya watoto wao. I don't know what to see. Yes, all right. I don't know what can you tell this. Kijana amesema I'm tired. Mwingine amesema kwamba kijana asome katiba mbaya mbaya. Asome mbaya vibaya. Anti akasika asema now I don't want. I lose hope. I give up on you. Oh, you know. Umeanza kutafua. You know. That's what we want. Mokuru Mobema. What do you advise kwamba kijana asome mbaya ama vile amesema asome mbaya ndio anti akasiriki? Unajua hata akisoma vibaya still bado anti anaweza take advantage, amtangulie kusema, kwa sababu umejua kijana mwenye ako form 4 ni yule mwenye at least ni mkubwa kiasi, ambaye hata anti anaweza geuka na aseme sasa vile tu ulikuwa unasema. Umejua ikienda hivyo yeye ndiye ataonekana eti anti anaweza mfukuza, mwambie sasa umejua ni wewe ndio umenifanyia hii, amtangulilie. Na umejua so long as ameshakutangulilia hivyo, yule mwenye ako huko hata jua ile ukweli yenye iko hapo. So na vile tu kijana tu Kenya, kuna mwenye amecomment hapo vizuri, amesema kijana afanye nini, harudi nyumbani kwao aeleze. Lakini nashuku kwa sababu umejua amesema kwao pia maskini, ambaye anti kama anajiweza hata umejua pia wataogopa, kwa sababu tuko na cases unapatanga mtu anapeleka such a case mbele, lakini yule mwenye inafaa mtetee ndiye tena, kwa sababu umejua huyu ndiye anamfundisha. Upeleke kesi kama hiyo nyumbani, obviously itachezewa chini. Mbona? Kwa sababu mtoto anakulipia school fee. Umejua kuna watu wengi ukisikia unalipia school fee na nini, unaona hiyo ni kama budget. Imagine ulifaa ununue unga sasa ununue juu kuna mwenye chukua that responsibility. So ni ile tu kijana afanye nini, ajaribu hata kama ni kuenda nyumbani aseme, ama ye mwenyewe ajitokeleze, aende hata kwa police station yoyote iko karibu, ajieleze, aone itafika wapi. Hiyo tu ndio naweza kuombea kijana, kwa sababu umejua ukizoea pia kuonja hivyo inakuja na hiyo tamaa. Leo nataka kuonja, hata utasema sasa ikue ni kama ni kitu ya kawaida, lakini hata ukicheza vibaya
hiyo kwanza ndiye hakuna vile utacheza vibaya hapo. Eti sasa ucheze vibaya ndiye auntie aseme sasa si nzuri, hapana. Ile tu achukua tu hatua, arudi kwao, aambie wazazi. Siku hizi hata kuna simu. Ni ile tu sasa huwezi kaa na mtu na already ameshajua unamexpose. Again you are una risk yourself in such a situation. Ni ile tu aamue mara moja. Kuna watu wanaweza tembea hata for that long distance, na ukielezea mtu yote obvious hautakosa yule mwenye atakusaidia. Kwa sababu kijana pia si ako na marafiki, si anaweza elezea hata wengine. Ni ile tu vile tu umesema, kuna auntie ni mwenye kuna hiyo kaheshima iko. Mtu anasema hata kuguza hizo mambo zingine yani ukisikia hivi ni kama tu tabu kwa society, unaona. Ni ile tu zinafanyika na si yeye peke yake. Unaona, ukileta kitu kama hii, kuna mtu pia ama kuna auntie mwingine labda anasikiza hapa, na yeye labda kuna vile hata yeye ameifanya kama hiyo, lakini si nzuri, unaona. Kama mzee yako, tafadhali tafuta mzee, mwambie ni hivi hivi, kuliko kuweka kwa maisha ya mtu mwingine katika hiyo hatari. Unajua kuna yule anasikia na sawa. Kukuntu kwako tena. Asante sana. Wacha ningie kwake Alfred Onyancha. Ali, mambo vipi? Alfred, mambo? Alfred, unanipata? Ongeza sauti kwa simu yako tafadhali, Alfred. Earphones kama unaweza nielewa jamani. Alfred? So, okay. Anaitwa Jopas Ungaro. SGPV nowadays iko vice versa to both gender. Naweza mwambia kijana hata kama wako down kwao aseme ukweli, ni heri apaswe mbalika kuliko ango yake ajue alafu ajikute papaya pro. Yani anamwambia watu apaswe mbalika aseme ukweli. Jopas Ungaro, it is abomination to the society of African culture kushiriki na auntie. Auntie it is, hata Biblia inasema kwamba hata auntie hufai kumpiga. Hufai kupiga hata auntie yako. Hata kumnyoshia kidole kama mama yako. Ni hatari. Ni hatari kwenye lango. Hatari zaidi, tena hatari sana. So, I'm still here following you from back to back. I don't know what can you say. I don't know what can you tell this young guy. I don't know what can you unazaambia kijana vipi. Aziti kunoga mkate. Na wanasemanga hakuna chai ngumu, hakuna chai ngumu, hakuna mkate ngumu kwa chai. Hakuna mkate ngumu kwa chai. Hakuna kukurukuntu. Igagi wacha tu. Anyway, ni hatari kwa sababu kwamba hakuna chai ngumu kwa mkate na kuna mkate ngumu kwa chai. Yote ni sawa. So, according to the culture ya Mwafrika, hafai. You are not supposed. It is abominational. Haufai. Haukubaliki hata kuona nguo ndogo ya auntie. No. Kuna mahali auntie kwa natiforce. Kuna mahali auntie wana force. You know, kidogo naomba nani uweze kuendelea kuongea kwa dakika 3 narejea tu. Mukulu Mobema, naomba tuendelee kuongea dakika 2-3. I'm coming back. Yes, karibu sana. Sawa kukurukuntu. Naona kwa comment section pia tuko na huyu anaitwa Jabas Ongaro. Anasema hapo it abomination to the society of African culture kitu kama hiyo kufanyika. So ningependa tu tena kusema ya kuwa SGBV ni vizuri tujue these are things which happen, and again kuna channels ambayo mtu anaweza tumia at least kupata usaidizi.
kwa sababu ni vitu zinafanyika, na saa zingine hata ukienda si hata tu hapa African peke yake. Tumeisikia mara mingi ukienda huko like watu wengi wetu wanatoka hapa wanaenda huko the likes of this other country, unasikia Saudi Arabia, but unapata most of them unapata wanapata kudhulumiwa saa zingine, na these are news unapatanga ziko kila sehemu. Na hata ukiangalia back to our society penye tuko, kijana hayuko peke yake. Yuko sawa. Kijana hayuko peke yake. Alright. Hello kukurukundu. Hold kidogo tu. Ni hold on kidogo. Sawa. It's okay. Sawa sana Mkuru, asante sana. Hapa niko na mwenyako kwa simu, tuko mwenyako kwa call. Sababu link ilikuwa na mkataa, tulikuwa tunasikia ameingia na hapa sasa na call. Hata tusikie anasema nini. Habari yako ndugu yangu? Salama, nashukuru. Karibu sana kwenye show. Unaitwa nani, unawakilisha katika maeneo yapi? Sawa, naitwa Jomba Songaro. Nawakilisha kutoka maeneo ya Kericho, Kenya. So nimekuwa nikifuatilia show. So ni swala nyeti ambalo umeleta katika hewani jioni ya leo na usiku huu. Naam. Ambapo ni swala ambalo limesumbua watu wengi katika African culture. Yes. So masuala kama haya yamepatikana kwamba yameanza kutokea nyakati hizi. Ambapo hapo nyuma, miaka ya nyuma, yapata miaka ya 80-90 ilikuwa ni swala ambalo lilikuwa likiaffect wazee kwa wasichana wao. Nowadays imegeuka, imerudi kwa wamama, kwa watoto wao wa kiume. So huyo Aunty anachomfanyia huyo kijana ni jambo ambalo sio salama. Ni jambo ambalo linaudhi. Langu tu kumwambia huyo kijana ni kwamba yeye ajitokeshe, kwa sababu imekuwa ni unajua kama mwanaume tumekuwa ni ile hali ya kunyamazia, kujifinyia. Lakini ndani mwambie kwamba imefika wakati tunatoka nje tuzungumze. Yes, SGBV niko katika sehemu ya ukufunzi katika sehemu ya SGBV. Nasema hivi kwamba kijana atoke nje, aseme, asikike. Kwa sababu asiposema haya, basi ni wengi wanaumia katika vijiji na miji. Ni wengi wanapitia haya na ni wengi wameona haya. Kwa kijana atoke, apaswe mbarika. Yes, kuna kwamba kuna aibu. Wow. Jamani, network hapa pia ina mkasifu hapa nje tafadhali. Aiye. Hapa network pia inaona kwamba inamleta what. Anyway, na atapika tena na hapa network inaambia kwamba connecting. Nasikia kwamba amesema kwamba ni masuala ambayo yamekuwa, ni masuala ambayo yapo katika Afrika yetu, ni masuala ambayo yanadhulumu sana, yanasumbua watu katika Afrika yetu. Unajua Afrika, I don't know nani ameturoga. Watu mmeroga sana. Yani I don't know what can we say, but ni kitu ambacho kimesumbua watu. Kitu ambacho kimesumbua watu wengi sana katika Afrika. Waafrika tumesahau culture ya Muafrika, tumeingia katika sehemu nyingine ambayo haistahili. Imagine. Yeah? You can call Jobas Ongaro. It is an abomination to the society of African culture. Ni mbaya sana na ni ngumu sana. It's very bad. Yani Aunty unatesa mtoto. Sasa kama si hao peke yao, pia maanko, you know this, when we talk about this issue, we are not hatuwezi kuchukulia saidi sana katika sehemu ya Aunty peke yake. Sasa hata maanko pia, anko sasa ndio hatari sana.
Yes, unanipata? Yes, okay. Pia sasa anko ndio wabaya sana. Anko, shemeji, kasini, na wale wengine wanaishi hata hakuna urafiki, lakini mnaishi kule. You see, inakuwa ngumu sana. Anyway, maanko pia wao ni hatari, moto wa kuotelea mbali. Anko very 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 dangerous. Usicheze na anko, I tell you, don't joke with anko. Hey, pia anko wanakuwa wabaya sana, wakiamua kutesa wanatesa zaidi. Anyway, Mokulu, you know, when we talk about this issue, tusiongelea kwa Aunty peke yake, tuangalia kwa wote. Pia wengine pia wanasoma pia hadi maanko, makasini, grandfather pia wanasumbua wote. Hata Pia kwa waone kazi. kama hao ni relative wanasumbua. I don't know, what can you talk about that? What can you comment? Yeah, umejua iko all way round. Kwanza umejua kwa hapo kwa ngoo sana ndio inakuanga sana. Na hata si hapo peke yake penye tumeongea. Hata kwa kazi unapata tu kuna kabosa kwa hapo. Boss ameona mwingine ametokelezea kazuri, unapata anampea maybe some other favors. Unapata tu hata when it comes to employments to in some other organization, unapata mtu tu ni manager lakini yeye anaangalia tu, ukiona kama hako tu sawa, labda atakwambia okay, ili tufanye nikupee hii na hii na hii, na wewe nataka unipe. Sasa unapata wewe kijana umechapa suti vizuri, umequalify, umefanya kila kitu vizuri, lakini sasa unafika huko mbele unapata matokeo yenye ulikuwa unatarajia haitoki hivyo. Na si hata hapo peke yake, hata mashule yenye tuko, even hata ma university, unapata tu wewe uko na wako hapo warembo tu wazuri, unapata tu lecturer pia ako tu hapo anaongoja tu, wewe unashangaa anakuambia wewe kijana, mbona unang'ang'ana na kusoma na baadaye nitakushinda na hii na hii. These things happen. Ni ile tu unapatanga umejaa kitu ikifanyika mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, inaonekana it is something which is normal when it is not. So ni kitu imekaa ni kitu imekaa kwa, nasikia ni kama kuna echo kidogo. Sasa unapata these are things yenye zinafanyika, na even place of work na kila sehemu, hata kwa kanisa saa zingine napata inaingia hadi huko. So ni vizuri sisi as a society, ni ile tu penye tunaelekea, tujiangalie tunaelekea wapi, na kama sisi inafanyika saa hizi, watoto wetu nje watakuwa itawafikia aje? So ni vizuri tu jiangalie. Imejua inaanza na wewe mwenyewe. Tuseme huyu kijana amekuja kwako kukurukuntu, amekuja akakueleza vile anapitia hayo magumu. Wewe utachukua nafasi gani kumsaidia ili angalau atoke hapo? Kwa sababu si hiyo tu peke yake. Umejua anaweza kuwa anafanya hivyo, lakini huwezi jua naye Aunty ako aje. Labda Aunty pia ako na ugonjwa yake. Kijana anatoka hapo ako kidogo mdogo hivyo, anaenda anapima tena, unapata ndio hiyo imeongezeka hapo. Na unauliza nani amekupea hii? Anasema umejua nilipokuwa kwa Aunty alikuwa anafanya hii na hii na hii na hii na hii. So unaona, it is a shame to us. Na in African culture that one is somehow unacceptable, because at the end of the day it is against a human right also. So ni vizuri tujue hapo, na wewe kama mtu binafsi ni nini unafanya. Na niwashukuru sana kwa sababu at least leo tunaongea hapa, kuna mwingine anasikia labda is a victim of that, maybe hata yeye maybe kuna in one way or the other anaifanyia mtu hivyo. Then we need to call for that change to each and everyone, kwa sababu huyu mwenye anafanyiwa hivi huwezi jua nani atafanyiwa siku ingine. Labda huyu Aunty tena atapatana na mtoto wako ameenda kumfanyia kazi huko,
unapata yeye ndiye anakuwa again the victim in that. So as a society we need to look into this, then to one jinsi we mwenyewe unaweza saidia haya. Kukurukuntu kwako. Asnath, Simba, kijana, simama na ukweli wako na Mungu atakubariki. Mungu anapenda watu wenye haki, so be faithful always. Okay, it's okay. Asnath, and Asnath, Simba, obey Lord, have mercy. You know, it's so near about this boy. You know, it's very rare kupata hata vijana wanani. You know, kuna mali nafikia hata kama wewe ni mkulu, unapata kuna vijana na uko na watoto ambao uko na msichana ambao umeweka pale kwako, anaishi kwako. Lakini inafika mahali hata watoto wako wanataka huyo msichana anaishi hapo kwako. Na uko very aware vijana wako wanaanza kupigania huyo msichana, wanaanza kupigana kule. Yeah? Instead wakalisha wote chini kwa meza waambie huyu hata kama anaishi hapa, wacha akaa hapa si waetea pipi. But unasikia kama wanapigana hapo, wanapigania msichana, uongei. Msichana wa wenyewe anasumbuka bana. Anahangaika pale, anateseka. Mpaka anasema siku gani Mungu atanisaidia nitoka hapa. But you akikwambia, anakuambia na nyamaza usiseme kila kitu, unakuja kuturipoti nini hapa sasa? Ni wewe unakuja kutuambia. Kwani wewe si wewe ni msichana, ni mwanamke. Sasa mpaka vijana wanapata nguvu. Unaona? So kuna kitu tunashughulikia hapa, samahani hata kama nilikuwa nakuja hivyo. So kuna baadhi ya watu ambao wako tu hivyo, wako yani natural, wamezaliwa tu hivyo. Yani yeye akiona tu hivyo, akiona tu hivyo mwanamke msichana wao akisumbuka, wanafurahia tu, they are very happy. Wanapenda. Unajua kuna wazee wengine, wazee wakubwa, kuna ndevu, wako na kila kitu, wamezeeka, but akisikia vitu kama hizo hapo ndio anafasi kijana wangu kama anashatoa hii, yeye mwenyewe anafaa kujiheshimu. Mpaka kulikuwa na kijana mwingine hapa anakompete na babake kukatia msichana, mpaka msichana anamwambia unajua babako pia ananikatia. Msichana anambia babake unajua kijana wako ananikatia, sasa wewe ndio nakupari ama ni kijana wako? Namwambia ajana ndiye kijana hata hajielewi, mimi ndio mzee. You see now? Do you see? Who is this? Oye, Mungu akusaidie. Jamani. Hiyo jina imenishinda kusoma. But we want to have a very special way on how to help this guy. Njia ambayo tunasaidia huyu jamaa. How can we help this guy? How can we? Hata kama sio kijana, kuna wasichana, kuna maid. Si hata kuna maid hao wanafanyia kazi maposi wao. Ile siku ambao mwanamke hayuko, huyu maid azee kukuletea chakula hata huko mahali huko. Kazi yako tu ni kupitisha mkono, mara umegusa matako, mara umegusa matiti, mara umepitisha mkono wapi? Mpaka msichana naomba sasa anashinda kiambia madam utamgeuka. Yani maisha ni ngumu. And most especially ina happen kwa watu ambao hatujiwezi. Kwa maana mtu akiwa ni tajiri akuja ishi kwako, umfanyie hivyo atatoroka aende. But as long as you see the weakness of this person, unaona kwamba huyu msichana, huyu kijana anakaa kwangu, ninaweza mfanyia kile kitu ambacho ninataka. Sasa hivi najua mkuu mpaka wanaume wamekuwa gayism. Mati ni mwanaume pia anaweza kuwa anaanza kutamani mwanaume mwingine huko anamguzaguza. Nimwambia kama wewe sifuate vile nakuambia sitakusaidia. You see na? Yani hao watu ambao ni maskini wanachukulika tu vile kuko. So I want to welcome you kama unanipata. Join us to the live show. Nikwambia kwamba tupige show moja kwa moja saa 7 kwa saa 5:31 baada ya leo ni mwezi wa pili tarehe mosi mwaka 2022 February, mwezi wa mapenzi. Ingawa tuseme kwamba
Valentine's Day tulitoa haiko mwezi wa pili, ilipelekwa mwezi wa 5 kwa sababu ya Januari ilikuwa mingi. Now with that, have you ever experienced such kind of ya huyo kijana anapitia? Wewe ambaye ni maskini, ila ambao umepitia kuishi kwa mtu anakutesa, anakudhulumu, hata kama si mapenzi, anakufanyisha kazi ngumu, anakutendea vituko, ndio anajua kwamba hawezi ukatoroka, hautaenda, hauna mahali pa kwenda. Do you have to have such kind of experience? And if you have to experience, what can you do? Wewe ulifanya nini? Ulifanya vipi ukatoka katika hiyo hali? Hiyo hali ulijinazua vipi? Na kama wewe uko katika hiyo hali unafanyia watu wa wenyewe hivyo, mbona ufanyie watu wa wenyewe hivyo? Where do you take their weakness, yeah, to be your weak, to be your strong, what can I say, to be a point of what attack? Imagine you are very much aware, Mokuru, ushaipitia hali kama hiyo ama yeyote hiyo? Hata ukiwa mdogo unapitia maisha magumu, hata kama ulikuwa maskini, mtu anakutesa, ushaipitia kitu kama hiyo? Hiyo naye naweza sema ya ukweli sijaipitia hiyo. Kama hiyo ama yeyote hiyo, hata ukiwa mdogo thank you, at least umemute sasa. Hali kama hiyo naweza sema mimi mwenyewe sijaipitia hiyo, lakini nimeai patana na watu wengi ambaye wanapitia mambo kama hayo. Na unapata siku hizi vile tu umesema, si hata mwanaume mwenzako, kwa sababu hata huyo mwanaume mwenzako anaweza kugeukia, kwa sababu siku hizi hii mambo na gayism pia somehow inaenda kasi sana. Ni kama watu wanacompete, na si hata wanaume peke yao. We have even the lesbians nowadays. Unaona this big town, hata huko unapata there is something ambaye si tena kama vile tulikuwa tunaona kitambo. Unajua kitambo ungesikia kitu kama hiyo, mtu alikuwa anastuka sana. Lakini siku hizi unapata hata usikie unasema hii tu inakuanga ile ya kawaida. Unaona? So ni ile tu vitu pia zinaenda zikichange, ambayo some of them pia ni mbaya, na zingine mambo yanakuja ambayo ni mazuri, na pia mbaya pia yanakujia. Na unapata ya kuwa though most of the victims unapatanga they are the wanawake. Na vile tu umesema hapo vizuri, unapata uko na maid kwa nyumba, maid labda na ametoka huko, kwa sababu obvious tangu mtu afanye kitu kama kazi zingine, unapata either kuna shida huko nyumbani, si ndio? Sasa anataka ajitafutie, na sasa zile anakuja kujitafutia, anapata boss pia ako hapo, na boss pia sasa zile bibi umejaa ameenda kidogo, anaona sasa hapa nimepata nafasi nzuri ya kunini. Kwa sababu hata wewe maid unajaribu kufikiria hii maneno, hata kama anataka nianze kuisema, nitaisema aje? Nitaenda niambie mama wa kazi ama nitafanya nini? Na ndio maana siku hizi unapata hata hii mambo na even hii kuajiri maid imefanya nyumba mingi imesambaratika sana. Kwa sababu unajua wanakuja wanaangalia, kwa sababu kuna ile tu wanakuja wanapata kumbe kunakuwa kuna kitu yenye inaendelea. Kwa sababu siku ile utaenda kuambia bibi hivyo, hata yeye atakuwa suspect. That's why unapatanga hii mambo na kuandika hata maid kwa nyumba saa zingine imeleta shida mingi sana. So ni society yenye tuko, sijui kama siku moja itakuja iishe ama itaendelea kuendelea, lakini ile tu kenye tunafanya ni ile kueleza mtu, suppose ukipatana na kitu kama hiyo inafanyika, what are the right steps that you need to take? At least you have that your freedom ya sema, na wapi ukipeleka hii voice yako itasaidika. Kwa sababu ukiangalia kuna kesi zingine unapeleka there unasikia mimi nilijaribu nikaenda kwa nani haikufanyika hii na hii na hii, hadi unakuja unakaa chini unasema sasa kama wale wenye nawapelekea kesi yangu na inafaa wanisaidie, tena wanakuja wananiacha. Kwa sababu unapata huyu boss labda ako na pesa, anaenda anatoa kitu kidogo anasaidika,
anaachiliwa huru. So ni ile tu pia ni vizuri tu kuambia na this how do we call the wenye wana advocate for the gender based violence, ni vizuri pia wanakuwa na at least mpangilio maalum ambayo ukisikia kitu kama hiyo need to report to this and this, alafu mtu aweze kupata usaidizi, kwa sababu hizi ni haya ni mambo ambayo inarudisha nchi yetu nyuma, kwa sababu huyu mtu ukimdhulumu hivi, kesho labda alipanga kufanya hii na hii na hii na hii, unapata hawezi fika hapo kwa sababu ya kenye ulimtendea, kwa sababu vile tu tulisema health is not all a matter of being physically fit. Unaweza kuwa physically fit lakini mentally you are tortured sana. Na hii inafanyika hata manyumba yenye bwana na bibi vile tunaishi, unapata kuna hiyo that the gender based inaanzia hadi hapo, unapata umeoa, bibi yako hapo, lakini yale ambayo unamtendea ama yale ambayo bibi anakutendea kama bwana sio ile nzuri sana, na unapata saa zingine hata kupigwa ndio hiyo iko hapo, ambayo pia si nzuri vile. Unapata ya kuwa wewe hauna hata sauti kwa hiyo nyumba, ukijaribu tu kusema ngwe, shida hapo inaanzia. So ni vizuri ya society tuelimisha watu. Ni ile tu saa zingine unapata for men ku reach even hata hizi the platform hizi, unapatanga hata wakienda penye hizi shughuli ziko, wanapatanga women are given much priority on some other things. So ni vizuri pia, in as much as the government is working on how to improve health on that other side, also they need to fund, kwa sababu one of the major thing ambayo inaleta this gap ni ile you know, in Kenya like when you look at our health sector, sana ina concentrate on curative. Unaona, wanataka ukue mgonjwa, ukishaenda hospitali utibiwe hapo na ishe. Unapata wewe kama kijana umeanza kitu kama hii, utaacha at the end of the day, utaenda ukose even that support ya kufanya 1 2 3. Na sasa umekosa support kwa sababu umejua pia uwezi jitokelezea tu uende ufanye kitu, but at the end of the day hiyo kazi yako yenye unafanya haipewi hiyo kipaumbele. Unaona, so ni vizuri hata kama we have these groups in the society, the government need to come and also support those advocacy groups zenye ziko. We need to invest much on that, ili at least watu wetu wapate kuelimika. Lakini kama hakuna resources, pia saa zingine inakuwa ngumu sana mtu kufanya kazi zingine. So unapata tumeacha tu unajua like unaweza ona tu because unapatanga hizi vitu, unapatanga mtu at the end of the day unapata mtu anafanya hii mambo mengine, unasikia okay. Mokuru unazongeza sauti kidogo samani. Hii sauti yangu ni chini, sijui ni settings zangu ndio mbaya, kwa sababu mimi nang'ang'ana hapa, hata jirani anapiga kelele na mpigia kelele. Lakini iko sawa sasa. Alright. Kama nakusikia uko sawa. Sasa unaona vitu kama hizo. So also the government also should come out and support this other sector ya advocacy. Sasa tukikuwa na vitu kama hizi, then tumetengeneza hata kwa advocacy group, kwa sababu hii kitu tutapeana, tutaelimisha watu. Na sasa hata kama this platform vile iko saizi, that is exactly what yule mwenye anasikiza anasema, hata mimi let me gauge myself, nijue hata mimi pale niko nimeifanya hii na hii, lakini nimejua sasa si nzuri, inafaa nichukue this and this direction, ambayo ni muhimu. Na hapo ndio inaanzia. Umejua huwezi change kila mtu at once, lazima tuende tu mdogo mdogo na tuzidi kuelimishana. Labda tutakurudishia tena uendelee.
Okay. All right. Asante sana. It's okay. Thank you very much. Mokuru mobe ma. Asante sana. Let me come on the stage now here like this. We have someone on a call. Watu sikia anasema nini? Itakuwa noma tena zaidi. Hello, jambo. Kidogo tu unaona hapa microphone yangu jamani. Okay. Unanipata? Nakupata vizuri. Unanipata? Mobe mbona unampata? Mokuru unampata? Mpata vizuri Okay, karibu sana sana. kwenye show. Asante. Nilikuwa nasema nimeelewa mada, lakini nilikuwa naomba niulize kama huyo kijana kuna wazazi. Kijana ako na wazazi lakini hawatiwezi. Anasoma? Ako kidato cha 4. Anasoma day school ama boarding? Day schools. Na anaishi kwa Aunty. Sawa. Sasa mimi ningependa kusema pole sana kwa huyo kijana, nimemfeel sana. Na Ebi ntubinga bune bimbira ororo ngokolekana vile I myself nimeona vile watu wanafanyiwa. Tutumie Kiswahili. Tena watu Oh, sawa. Hiyo maneno iko, mimi mwenyewe nimeona vile watu wanafanyiwa hiyo vitu. Kuna MCA fulani ni mtu mwenye pesa, yani mtajiri, lakini kuna hiyo tabia naye ya kutumia watoto wake, watoto wa dada zake, wa ndugu zake, yani ili akusaidia lazima anahitaji mwili wako. Kwa hivyo hizo tabia siko. Sasa huyo kijana mimi ningependa kusema asiendelee kukaa huko kama hiyo ndio maisha. Mwisho wa siku huyo aunti yake atakumfanyia kitu kibaya. Iwapo atasema pengine anaweza kufanyia kitu kibaya, na the moment anaendelea kukaa kwa huyo aunti yake na anamforce kufanya huo ujinga, huyo mtoto atakuja hata mwenyewe kujidharau, ukuta amefikiria vibaya ama amefanya vitu vibaya ama ameacha shule. Na vile unajua mtoto kama huyo kijana anaweza ona yupo kwenda kuambia wazazi wake. Kwa hivyo anatakiwa kuongelesha huyo kijana, apewe ushauri na na apate msaada ili aweze kutoka kwa hiyo familia. Na ikiwezekana kitambo hao wazazi wake waende kuambiwa hiyo story. Waambiwe na watu ambao wenye akili zao. Yani wawaendee kwa njia ambaye style fulani ya kuongeleza kwa umbali kitambo afikie hiyo nini. Ikuwe wameshaongeleshwa style fulani na huyo kijana, wafanyiwe counseling ya kutosha. Kwa sababu unajua hiyo ni familia. Mambo ya ukoo, umeamini sijui ni dada yako umempea mtoto. Mwisho wa siku unasikia anafanyia mtoto wako kitendo kama hicho. Hiyo italeta chuki. Na mimi mwenyewe ningependa kusema ili kusaidia huyo kijana. Sisi kama jamii ya Omogusi, mimi hiyo kitu imeniudhi, na sisi kama jamii ya Omogusi ili kusaidia huyo kijana tusiongelee tu tuondoke hapa tuwaje hiyo maneno. Tujitahidi tusaidie huyo kijana aondoke kwa hiyo familia. Kama ni nyumba iko kwao ndio maana ndio kuishi huko, tutafute njia apate nyumba huko kwao. Kama ni school fees tumsupport. Mimi mwenyewe hapa niko tayari kile kidogo nimsupport, nimlipie aende akae kwao. Ili kwa ile familia aepukane na huu uchafu. Hiyo ni laana. Endelea, nashughulikia kamera yangu, endelea. Hiyo ni laana. Kwa hiyo huyo mwanamke mimi naweza kusema kama atafute watu rika zake, kama ana mume atafute mwanaume saizi yake, awachane na mtoto wa watu anamwharibia maisha. Hiyo kitendo ni kibaya. Na sisi watu wazima kama sisi tuache kutumia watoto wa wenzetu vibaya. Hata kama sio hiyo kitendo, iwapo dada yako ama ndugu yako amekupea mtoto,
kaa na mtoto wangu kwa sababu ya shida fulani, unaona, wacha kuchukua advantage ya kutesa mtoto wa watu kwa sababu yani kwa hatujiwezi. Hiyo kitu ni mbaya. Na hizo tabia kiukweli siko kwa nini zetu. Kwa jamii ya umo usisiko sana, sio kitu kidogo, isipokuwa ni ile watoto wanaogopa kusema. Kitendo kama hiyo mtoto si afungue roho yake kuambia msasi akisikia vile ninafanyiwa hivi na hivi. Ni kitu ngumu. Na ndio maana unakuta siku hizi hata watoto wengine wanajitia kitanzi. Ama mtoto anaacha shule anaenda kwa street kuepukana vitu kama hizo, tunaanza kulaumu mtoto wa fulani amekuwa jambasi ama ameenda kwa street, lakini hatujui ni kwa nini ameenda huko na hatuko tayari kujua. Kwa hivyo mimi ile kitu ambayo ningependa kusema kwa mtu yeyote ambaye ananisikiza, na huyo kijana tumsaidie ili aweze kuondoka na hiyo nini. Aweze kutoka kwa hiyo familia. So unasema saidiwa atoke huko. Tumsaidie atoke huko kwa sababu unaona kama familia yake haijiwezi. Hapo vitu ni viwili kielewa kwa umbali. Labda wazazi wake ni maskini, labda hawana nyumba ni maskini. Pesa ile ya aliniambia wakati nimwambia aende kwao, alisema kwao wako na nyumba jikoni, kitchen peke yake. So akienda kwao hakuna vile ataweza kukaa pale na yeye katika form 4. Labda angekaa pale kwa aunty, amalize shule ndio aanze kujipanga. Aanze kutafuta, aanze kuhustle ndio aweze kuondoka pale. Lakini kwa sasa vile ako tu hapo, aunty anamwambia lazima unipe, lazima unionyeshe, ama sivyo nitasema wewe ndio unanitaka. Vile nyinyi wanawake mnajua kubadilisha. Ndio maana nimesema mimi nilishaelewa hiyo kitu kitambo. Ni sababu ni nyumba hakuna yenye wanalala, ndio maana amepelekwa huko. Kingine ukosefu wa school fees. Kisi yetu kuna umaskini, nilielewa hiyo maneno. Ili huyo mtoto aepukane na hiyo maneno, aende kutoka huko ifo, yani ni ajengewe nyumba hata kama ni ya mabati 10, ile kebo ndogo ya room moja. Atoke huko safi. Shule atafutiwe njia kama huko kwa aunty yake, si kama ni mbali, ama atafutiwe shule karibu na huko kwao, walimu waeleze, wataelewa. Ikifika wakati wa kufanya mtihani aende kufanya mtihani tu peke yake huko. Na atakaa sasa, lakini tuondoe mtoto kwa hiyo laana. Tuondoe mtoto kwa hiyo laana. Mimi mwenyewe hapa mimi najitolea, hata mapati 2 ninaweza kutoa mwezi wa 3. Nimesikia vibaya sana because yani nimeona kama ni kijana yangu anatendewa hivyo. Sio vizuri hata kidogo. Tumuondoe nyumba. Unajua sio lazima tumjengee nyumba kubwa ya mabati 30. Mabati 10 tipo ile ya room moja inatosha. Mtoto akae kwao na umaskini wao, akule kidogo ama alale na njaa, lakini akue na amani. Labda kuna pati kama si kijana peke yake, kuna baadhi ya hata wasichana wanapitia hali kama hii. Kuna wasichana wanapitia pia hali ngumu ambao wanaishi katika kwa marelative wao. Wanateseka kwa sababu ya hii ankana mwambia kama si hivyo ama ni maid. Ni pia shauri hao wanaume pia, juu unaona pia mshukutia pale huyo mwanamke. Pia wanaume ambao wanapati Nishakwambia nimeona mtu mwenye anafanya kazi ya serikali anafanyia watoto wa dada zake hivyo. Mimi ningesa kusema umaskini huko kwa familia zetu na umaskini ni wetu. Ningependa kuambia dada zangu hawa wadogo zangu wenye wanafanyiwa vitendo kama hizo, iwapo ukienda kwa sijui ni kwa ango yako, kwa nani, mtu yeyote yule, hata kama sio relative wako, anataka kukununulia kalamu ili akupee ile kalamu anataka kutumie ndio akupee. Kataa. Kataa, usikubali. Na iwapo mtu hawezi kukulazimisha, unajua, na akikulazimisha lazima ajulikane. Kwa hiyo ukishakataa usinyamaze. Mtu akikataa sinyamaze. Kuna wengine wanatishia pia, anakutishia. Anasema ukisema nitakuua. Kuna wengine wanatishia, anasema ukisema tu hivi nitakuua. Unaona? Kuna wengine anatishia. Kesi mingi mwingine anatishia mtu, anamwambia usijaribu kuongea. Usijaribu kuambia mtu yote, ukizungumza tu hivi I will kill you.
Ngoja nikuambie, hiyo vitu iko, ndio maana anasema ukiona, unajua ukiona unaenda kuambia labda wazazi kelele ikue vitu kama hizo, mtu anaweza kukugeusia. Sasa kama huyo mama anaambia huyo kijana, ukikataa nitasema ni wewe unanitaka, si ndio? Yes. Hiyo kitu iko rahisi. Ukiona na kushinda nguvu, muache afanye. After kumaliza usioge, wewe nenda polisi. Nenda polisi. Polisi akilisa usiko sawa, utasaidika. Ukweli uonekane, utasaidika. Na kama ni watoto wa kike, mtu asikuwe anakusumbua mara 2 mara 3, usinyamaze. Ambia wazazi, ukiona ipo kuambia mzazi, ambia aunty yako, relative yote, hata kama ni mwalimu shule. Amwambie yeye vile niko hivi, kuna mtu ananisumbua hivi na hivi na hivi. Unajua hii uoga tulikuwa tunanyamaza wakati hizi nyakati za nyuma, tulikuwa tunaogopa kusema vitu kama hizo. Unakuta hata kazini yako kukatia, unashindwa kusema kazini yangu ananikatia. Mwisho wa siku ndio hivyo, anakuja na kuingiza box, anakupea mtoto. Unabeba mtoto wa kazini yako, unashindwa kusema mtoto ni wa kazini yangu. Aibu inakuletea matatizo chungu mzima. Ni waongee. Kukosa mtu wa kuambia hiyo kitu. Hizo vitu vipo. No, hata hawa watoto wa kike tunaolewa na wao. Unakuta mtu umeolewa, ulikuwa na mtoto umezalia kwa nyumba. Sasa ukifika kwa ile mtoto akikuwa miaka 10, miaka 13, huyu bwana wake anaanza kutumia ule mtoto. Mwanamke akijua, mwanaume anasema, kwa taarifa yako, mwaka huu ninamtia mimba huyo msichana wako. Unasikia? Tena mpaka saa zingine anafanya na kuja na kuambia nimefanya. Hizo vitu viko. Mimi nimejionea sana hiyo maneno, nimeona, niko na example mingi sana. Ndio maana nasema watoto wetu wa kike na wa kiume wasikue waoga. Waongee tena huyo kijana kwanza kama akona simu. Ajaribu saa ile huyo mwanamke anamwambia huyo uchafu, amsikiliza, amrekodi. Iwapo siku moja ataenda kuambia wazazi wake ama aende polisi, hiyo kurekodi itamsaidia, itakuwa evidence tosha. Na hii shida yote ni umaskini ndio inafanya nani? Umaskini ndio inafanya watoto wetu wanateseka kiasi hiki. Hiyo kitu imeniuma, na vile mimi niko hapa mbali, watoto wangu wako Kenya, yani nimeona kama ni mtoto wangu amefanyiwa hivi. Tupeane heshima na wanaume wenye tabia kama hizi na wanawake. Tafadhali, wanawake ni wengi. Wanawake ni wengi. Wanawake ni wengi, wanaishi kwa matauni, vijijini, hawana wake, hawana wanaume, na kuna wengine wako na wanaume lakini bado hawatosheki, wanatafuta. Na hiyo masiwa alisema ni ile, hayana tofauti nyingine. Mbona hivi? Tafuta mwanamke size yako. Mpe hata kama shilingi 20. Maisha aje yako ondoka. Achana na kuwalipia watoto wadogo maisha. Nao ndio viongozi wa kesho. Na mtoto sio wa mtu mmoja. Mtoto wangu ni mtoto wa jamii, mtoto wa dunia. Atakusaidia kesho, atasaidia watu wengi. Acha kunisaidia peke yangu. Kwa hivyo tuache kuwalipia watoto maisha. Tuache kuwalipia watoto wadogo maisha. Hiyo kitu imeniuma sana. Hiyo kitu imenikumbusha kesi fulani 2 3 nimeumia. Labda wewe kufanyikia wewe mwenyewe? Hiyo haijawahi kunifanyia, lakini ilifanyikiwa rafiki yangu. Kuna rafiki yangu alikuwa anataka kutumikwa na angu yake, huyo mwenye nimekuambia. Wao ni maskini. Sasa hata saa zile mama yake amemtuma huko, nenda upewe mahindi ulete tukule. Huyo msia anamuita, anataka kumpatia pesa, anamuonesha pesa mingi. Saa ingine anamwambia mahindi nimesema ukongolewe, ndio hii ni msiba utachukua, nimesema upewe, kucha tuende mahali fulani. Anataka kumweka kwa gari ampeleke. Ampeleke kwenye anataka kumpeleka. Yaani hata kama ni watu wasima, hata wasichana watu wasima wa dada zake ndio kuna kuanga na hiyo tabia. Kwa hivyo mimi nikiangalia kitu kama hicho, na ujue huyo msichana vile alikataa, huyo mzee ampendi, huyo ango yake ampendi.
anamsemaga vibaya ati kuna tabia mbaya, sijui asikii, sijui kitu gani, kisa na maana alimnyima. Sio vizuri. Sio vizuri hata kidogo. Nijawahi kunifanyikia, lakini nimeona vile watu, especially kesi ya watoto kuletwa na mama zao, unaolewa na mtoto, nimeona hizo cases kama 3 hivi. Nimeona watu wakifanyiwa hivi na macho yangu, mpaka mtu anasema anasikia uchungu, nipeleke polisi. Alright. Maji. Alright. Naomba shikilia hapo kidogo usiondoke. Kuna wanyako hapo wameingia nataka kuzungumza. Shikilia hapo. Sasa. Alright. Hapo naona anaitwa Kefa Atuya Osababu. Kirwanda Pest, watching from Wanyakoni Kirwanda village. Aende polisi aripoti uko. Sawa sawa. Thank you very much. Mr. Me. Unmute. Mr. Me, unmute your microphone. Tichora. Mr. Me, unmute. Mr. Me, unmute. Okay. Freddy. Niambie. Mi utanipea time kidogo, wacha Mr. Mia ongea. Sawa sawa. Utamute pasi kidogo Freddy. Utamute hivyo. Mr. Me, fungua microphone bana, tichora. Tichora, Mr. Me. Fungua microphone yako. You know, hadi kuna wazee wengine anakuoa, anakuambia I love you, unakuja na mtoto, kutoka hapo unaishi na mtoto kule kidogo kidogo, unakaa hapo, mtoto anakuwa mkubwa kidogo kidogo, anaanza kuchukua mtoto, ndio unaanza kuweka kwa mdomo, unaacha mama yake. You know, it is, yani hapo wa Afrika jamani. Anyway, sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na jambo hili la huyu kijana. Hapa tumesikia dadetu wamesema kwamba kijana anafaa kusaidika ili akaweze kufanya nini? Ili akaweze kuingia ama akaweze kuenda shule, alipiwa, atengene na kanyumba hata mapati 3, itakuwa noma zaidi. Thank you very much. Asante sana. You know, wasi ukajua, kuna wengi wanapitia magumu. Kama unaona watu wakiteseka tu hivi, labda utaona. Kuna watu wanateseka na hali ngumu. Kuna watu wanapitia shida ngumu. Kuna watu wanahangaika kwa sababu ya hiyo. Sasa nipe time niongee. Freddy. Wacha niongee sasa. Yes. Kwanza nani huyo alikuwa anafanya hivyo na anti yake? Ni kijana ambaye ni kijana mdogo kwa shule, anti yake anamtesa. Namwambia lazima uchukue katiba yangu, wala si hivyo ndasema ulikuwa unanitaka, sitakugharamia, sitakusaidia. Sasa hivyo akichukua katiba anamsaidia. Akisoma katiba atalipiwa school fees, atakaa vizuri bila stress kwa hiyo nyumba. Si asome katiba, kwani kuna nini? Kai. Mtoto asome katiba ya anti yake. Si ndio? Sasa kama amepewa free of charge na anasponsorwa, kama ijanini, kama ina mdudu, wacha asome. Wacha asome hiyo. Yaani asome katiba, asome sasa. Acha isome na kule kabisa mpaka ndio anasoma. Asome katiba ni asaidiwe.
Fredi, ikipata ni mtoto wako anapitia hiyo hali na wewe ni maskini, utakubali asome katiba? Sasa si wangu wa wenyewe ndio unasema asome. Sasa kama ni hiyo opportunity ndio apite life yake, si asome tu, apite life yake, aenda afanye vitu zake. Najua kuna circumstances zingine zina happen ndio upite life, sasa inabidi unasifanye. Yeah. So ingekuwa ni wewe ungesoma katiba ya aunty yako, unajua hiyo ni laana. Ningenyorosa, unajua unanyorosa tu naomba tu Mungu ni sasa sio kupenda yangu. Unanyorosa tu, unatoka tu naenda shughuli zako. Fredi. Sasa naona wamerudi, wacha wachangie sasa. Sio wamerudi. Okay. Wacha wachangie. Wacha mimi nitoke studio sasa. That's okay. Mama Pendo? Kuigweta. Mambo? Mbuyanda kitindi buya iko gaki. Ngeke mami. Wone abantu barwate corona. Pole. Ndi chidauti. Ngunya utamata mbanyi. Kaya gazine ngore gastata. Mbato mwana urwate corona yo mara kini abandi ndubata tumbuya tore. Ndoma tenga ya Rusia akata red kuru. Okay, nandi yakabe nasiri mamu minto akiri. Magadian rekondenda nabakwete nabasira Saudi rero by the actually was sick. Nabasira rero mara gobere. So Mama naomba urudie kidogo. Sikuwa nakusikia. Ngotenje mbiyande nkoro na yokere gaiga mwana obwate lakini abandi ntumbu yatore topi mitu gatoka ntubugati nasiri mamu minto Magadian that real mother my real mother na sirete kinduke lakini sister yake ameendelea na basi Saudi gaiga rero nde tutapanga haya ndeka pole nje nyabagwata buya Teto bikine yale by the way matukana nyango so asingi mukubeke bintu bintari kunyarana. Sasa tuongea Kiswahili. Leo na kuruhusu tupige Kiswahili mama Pendo. Hapa tunapiga kuhusiana na mwanamke ambaye anatesa niseme aunty anatesa kijana kijana mwingine kwa sababu kwa ni maskini. Alienda akamchukua kutoka kwa akasema nipe kijana, yani nimsaidie kulipa school fees, nimsomeshe angarau aweze kuja kusaidia familia yako, ni maskini. Lakini kufika kule kwake mali wanaishi, anko anaenda kazi weekend, holiday na half term. Kijana ako form 4 hapatengi amani. Aunty anamtaka asome katiba kila time, anamtumia anamwambia katiba yako ni nzuri, wewe ni uko sawa kushinda anko yako. So kijana amejaribu kujiletea kukataa, na mwambia kama usiposoma katiba nitaambia anko yako ulikuwa unanitaka. So itakuwa posti. Unaona? Na mwanamke akiamua kukustaki akikuwa ni against na wewe, obvious unajua uko right. So tunaweza huyu kijana anaweza ushauriwa, anaweza saidika vipi? Maoni yako unaweza mshauri vipi ama unaweza msaidia vipi so tatakaza kuwa katika hali nzuri? Karibu sana. Mbiamono by the way omaite intindu tas traditional nande kungote kingote baiko Kiswahili onyo kurute mimi nimetoka kwa traditionals. Traditional kama mimi nimelelewa western mimi najua hivi, ukilala na mke wa mjombako hiyo ni hatia kubwa kabisa, hata unaweza uawa actually. Hiyo ni kitu kinye iko mali nimelewa. Kisii sijui mila za Kisii. Ni siwezi nikasema nazijua juu huko ndo nimelelewa sana toka utoto. Mimi hiyo kitu naweza sema kama mimi ni kijana siwezi nikakubali. Siwezi ukakubali kwa sababu hakuna vile unaweza tumia mke wa mke wa mkako. Ni kama babako. Unakula mama yako, surely. Unawezaje kula mama yako? Yule kama amekuja hata amekuchukua. Sasa kama mimi nilelewa na aunti yangu, ningeweza kula na bwanake. Sio ni kicha.
nimesomea huko, ati juu nasoma nilipia school fees nikataa, akuje kusema mimi niache hiyo shule basi, niache tu shule, niache sinisomeshe. Nimwambie ukweli, it's better useme ukweli basi, no uendelee. Utaacha tu shule kama si must ulipiwe, uache hapo mali utakuwa umeachia, lakini ujisaidia, kwa sababu hii itakuwa ni lahana kwako, pia lahana kwa familia yako na watoto wako. Jule kitu unatenda leo ukao ukijua lazima tu Mungu atakulipishia hapa, si mbinguni, hapa. Hata hiyo umfanya leo, watu wako watafanywa tu hivyo. So hakuna haja, ni heri tu uache shule, ama kama anakusaidia heri uachane nayo uondoke. Lakini kulala na mwanamke wa mjombako ama mke wa mjombako, hiyo ni hatia. Kwangu mimi ni hatia. Kwa kabila zingine sijui, lakini mimi kwangu ni hatia kubwa sana. Siwezi nikadanganya mtu ati nenda ukalale juu unasaidiwa, hapana. Hizo ni lahana tu. So kijana afanye nini? Kijana siamka aondoke. Na mbona yeye alikubali mara ya kwanza? Amke tu aondoka, aachane. Kwa sababu hata pia ukisikia traditional wanasema mmoja sasa maybe mtu afanyike venye mimi huwa nasikia mtu mmoja kwa mgonjwa. Mmoja kijana maybe ataenda kumpea hata chakula hata maji. Huwa mwenye mimi nasikia atamuua, si ndio? Atakufa. Sasa unaona kama hiyo mbona anakaa? Si atafuta kwingine aende. Kama ni mtu mkubwa aondoke tu. Ama yeye akitaka hata aseme ukweli. Aseme tu ukweli, mimi mke wako si mzuri. Ndio watamchukia. Na mtu ataelewa. Lakini kuna wenye hataelewa. Lakini yeye kama anaona ni mbaya, yeye aondoke tu polepole. Aende tu. Kama kuna shida, kijana kwao wako na nyumba moja, kitchen moja. Kitchen hapa wazazi ndio wanakaa. Sasa anashindwa akienda anaenda kukaa wapi? Kwa nani? Shule anasoma kule. Alirejea mtihani kule. Hata kwenu mlale aje. Hata sisi tumelala nyumba kenye ni moja, lakini mpaka kwa jikoni mnatandika, mnasangisha meza. Hapo kwenu ni kwenu. Hata kuwe kumaskini aje, kwenu ni kwenu. Hata ulale nje, bora ni kwenu ni kwenu. Yeye arudi kwao, hata kama ameregister atasoma hapa, mtihani ukifika watamtafuta njia ya kwenda huko kufanya mtihani. Si ati sasa ajilazimisha kukaa hapo na mwishowe huyo mjomba kuja kujua itakuwa nini? Si nini auwe kwanza, kama mtu hujakomaa uwe kwanza huyo mti. Kama ni mbaya. Nitakuja usungumzie kwa baadhi pia maid. Kuna wale maid wanafanya kazi kwa nyumba wanasumbuliwa, kuna pia wasichana pia wanasumbuliwa kwa nyumba. Tutakuja hapo round 2, shikilia hapo. Wacha ningie kwake Dr. Oirera Philip. Daktari. Yes. Mambo. Nasikia ni kama sikupati. Hello. I think you can. Mnampata? Yes, dini. Unakatika ndugu yangu. Kitu iko fanya kama jana sikusikii pro. Daktari. Mr. Me. Na pia kuna wale wenye wameingia lakini hawaja-unmute kama double kara na kuna Fred pia na Mr. Me. Wafunge microphone, wafunge. Wa mute ni paki na Daktari Oirera, nipigie simu kama jana, just call me on WhatsApp, don't fear. Mr. Me. Mr. Me ndiye ame-unmute sasa, ame-mute sasa. Mr. Me, fungua microphone. It's okay. Double Karara. Double Karara. Habari zenu? Salama. Nzuri sana. Uko vipi? Niko poa. Karibu sana, nafasi ni yako, changia mjadala. Karibu sana. Sijajua mjadala ni nini. Labda nipatie Freddy.
Ulishikanisha mchadara? Mchadara? Si nilisema ni nani na nyorosa nataka kuelezea Dapo Karara, nasema hujashikanisha. Rukundu, mbona wewe usinielezea mjadala? Sikiza nikueleze. Nasikia hiyo venye mimi nimesikia, unajua ni hilo jamaa anachapa anti yake, ananyoroshanga hiyo katiba sawa sawa. Sasa anti yake anampea vitisho, asipoendelea atafukuza yeye. Mimi nikaona ni kama hiyo kijana anaweza kazi kuliko anko, ndio maana anapewa hiyo majukumu sasa. Hebu changia sasa hiyo mjadala. Bali mjadala ni mzuri. Iko hivi Dapo Karara. Kijana aendelee kusoma katiba ya anti ama atoke? Yes. Hapana. Huyo kijana mimi kitu yenye naweza mwambia good work. Because kama baba hawezani kwa kitanda, mtoto atachunga. Mtoto atachunga kwa kitanda, atachungia anti yake. Si ndio? Anachunga mali ya boma. Si ndio? Anachunga mali ya boma. Isiende nje. Lakini sasa kuna bari bengine hapa ninafia sana. Juu unajua hata mchawi anaroganga tu usiku, lakini kuna siku zake zenye sitafika na huyo kijana apatikane. Nango yake naweza muua, naweza mdunga kisu. Mimi kitu yenye mimi naweza ambia huyo kijana awachane na hiyo story kabisa, awachane na ororo yango yake. Yeye tu apige deal, ango yake tu amshike, ukweli ujulikane. Because hiyo ni vibaya sana. Huyo mwanamke hata ni shetani. Kwani hiyo vile hakuna wanaume wanakuja kuangalia mtoto ni mtoto wa ndugu yake ati walale na yeye. Kama ni umaskini, huyo kijana wacha arudi kwao nyumbani, hiyo uwezekani. Hapo amejiweka bari babaya, si yeye ni anti yake. Arudi tu bare nyumbani, akae achane na hiyo story. Kusoma katiba anti yake na ango yake siku yenye atamkuta itakuwa vibaya sana. So huyo kijana arudi kwao nyumbani. Akikosa kama ana nyumba ba kwenda, Kurukundu umbe na bangu anitafute ndampea nyumba. Hii usiwezekani. Free of charge. Sawa, niko na. Kurukundu umesikia? Nakusikia? Akikosa nyumba, umpe na bangu nimpe room. Mimi ndio nilikuwa nimekosa nyumba, si ni mimi, unajua ni mimi walikuwa naongelea. Ati? Ni mimi. Hebu nikuone. Kukundu wote ni kwanza hiyo kijana. Nini yangu bwana? Front camera imeharibika. Hapana. Mimi Kurukundu mimi naweza sema kama huyo kijana amekosa bali banyatarara, mbe tu namba yangu. Nzambe bali ya tarara. Uko nipate? Eti? Unipate hiyo namba yako? Because sasa unaona umaskini ni umaskini. Nyumbani kwenu ni kwenu. Kurukundu fanya hiyo maneno basi. Hakuna acha ulale maneno sasa. Hakuna acha ulale na ulindie ango ororo. Hapana. Huyo kijana kama amekosa bakurara, Kurukundu umbe namba yangu. Nzambe banyatarara. Sasa nipe hiyo namba. Kama nipewe hiyo mahali pa kulala na wewe. Kama alikuwa amezoea hiyo ingine alafu akugeukie na wewe pia. Si ina shida, mimi tu niko. Bado tu anajua kusoma katiba, mimi si yani big problem. Acha na natunga poma. Kurukundu, fanya hiyo maneno, hiyo namba niipate bwana. Mimi ndio sasa nimepata pahali pa kulala sasa. Daktari unanipata?
nataka kusikia daktari anasema aje. Lakini you know, Dabo Karara, umeshaiona vitu kama hizi zikifanyika pale nyumbani kwa kijiji, kwa wa mandugu, ushaiona? Nishaona. Kuna bali nilikuwa nakaa kule tu Naivasha. Kijana mdogo tu, yani kijana mdogo akana mama mkubwa, yani umri tu, alifukuzwa kwenye alikuwa anakaa. Sasa akaona ana hata fare ya kurudi nyumbani, itabidi akae kwa huyo mama aendelee na maisha, ana hata uwezo. Lakini mimi kitu yenye nasauli huyo kijana, huyo ni mtoto mdogo. Mungu atamsaidia ili aweze kubadilisha familia yake. Pia yeye Mungu anaweza msaidia asome, apate kazi mzuri. Kuliko kulala na aunti yake, hapana. Ni aende nyumbani hata achane mambo ya masomo. Hivyo niende nyumbani? Ukuje kwangu. Sasa usa hiyo namba basi. Usa hiyo namba basi. Freddy, mimi nitakupeana namba, tulia kidogo. Freddy, mimi napeana namba. Mimi ndio niambia napeana namba, okay? Niko na daktari hapa kwa simu. Yes, good evening everyone. Good evening. Nashukuru sana kwa njia ambayo nawapata. Nashukuru sana pia kwa vile mjadala wa leo unavyonoga. Mimi huwa mara mingi nakuwa na sijui ni ujeshi ama ni nini, lakini for the purpose and for the interest of this discussion, we can create a joke, or at the same time we can be real. But I want to start by saying that Sexual Offences Act number 3 of 2006 is very clear. There are articles like now Article 20, 21 and 23, also 29, it talks broadly on sexual offences that they happen. That is why this Act of number 3 of 2006 was drafted in our constitution. Whereby, for example, Section 20 of Sexual Offences Act number 3 of 2006, they talk about incest by male persons. So that thing exists, is there, is within us. Na iko pamoja na sisi. 21 talks about incest by female persons. And but they want to basically talk about Section 23 of the Sexual Offences Act number 3 of 2006, which talks about sexual harassment. It is evident that boy, I don't know the age he is, but he's high school. You said high school? Yeah. Whichever the form 2, 3, and 4, he might have undergone a lot in that house. That house is like Potiphar's house. There is no peace. This guy has undergone several. Bali kuna mahali nilisoma ulikuwa umeandika ni kama alikuwa ameshaonja nira anashindwa kutoka. Na ni kweli wao mmoja sali aonje mara moja. The moment wakati unaonja sali unashika tu kidogo. Lakini after you dip your full finger so that you can feel the taste. To an extent, huyu jamaa ajai fikia mahali aseme sasa nimetosheka. He's looking for solutions, the ones that we are discussing here today, lakini bado hajaacha. Is still quenching the taste of that woman. The Bible tells us that never shall you uncover your nakedness with your father's with the brother, with the wife of your brother. Possibly that is an auntie, like this case. So katiba inatuambia tusifanye hivi, constitution inatuambia tusifanye hivi. Lakini I want to say categorically kwamba mwanamke ni kiumbe ambacho huwezi kaelewa. Going back to the Garden of Eden, God created a man
And he said, now of all the creatures I've created, I'm now satisfied because I've created a man, right? Akaangalia Adam ndio amemaliza 30 years shamba la Eden. Akaona hii mtu ni kama haoni mbele, haoni watu. Wacha niweke mtu kwa usingizi ndio nitoe niumbe mwanamke ndani yake. So after waking up, Adam found somebody beside him. What does that tell us? We men, we don't like what these ladies do. Adam amemaliza 30 years, lakini mwanamke ameumbwa, amewekwa shamba la Eden for only 3 years. Ameangusha Adam. Adam is now crying. Mungu ndiye amekuja, ameuliza Adam, what is this are you doing? Adam still, hata kama alikuwa ameishi na huyu mwanamke, anaambia Mungu kwamba ni huyu mwanamke ambao ufanya nini? Ulinipea ndiye ameleta shida yote. What does that mean? You will never understand these people. Coming back to the topic of the day is that this boy, kuna ile vitu naweka benefit of doubt and the chances of survival. Because of amesha onja hii asali. Yes. Amesha ramba hiyo. Zile mbinu zote ambazo alikuwa anatumia kuzuia mzee asijue, azidi kuzifanya. Sababu akijaribu ku withdraw from that home, this woman will take this boy to court. Aseme kwamba jamaa alifanya hivi, jamaa alifanya hivi, jamaa alifanya hivi. Look at the case ya Potiphar. Joseph was taken to court. Yes. So jamaa avumilie tu, ahambe sukari, apanguze mdomo, akimaliza form 4 aende. Daktari. Arambe sukari, apanguze mdomo aende. Na ngaa kipata ameramba sukari na atajipanguza vizuri kitaumana. Kwani hizi siku zote za ameanza kuramba sukari na kwa hajajua kwa niko ni. Okay. Right. It's okay. Daktari, asante sana. Mama Jennifer Kerubo. Babangu. Wairire? Wairire bia. Unaweza tumia Kiswahili kwa sababu ya modekul, mopemba, hiyo jina lingine hapo bana inashinda yangu. Mokulu. Karibu sana nafasi yako. Asante. Unajua nimeingia sijasoma mada vizuri. So, mada ya leo ni kuhusiana na kijana ambaye analalamika sana kwa kushirikisha kimapenzi na anti yake. Kijana anasema anti yake na anko walikuja nyumbani kwao wakamtoa kule wakampeleka kwao waishi huko akisomea huko kwa sababu kwao ni umaskini. Kijana alienda kwa akiwa kidato cha 4, sasa hivi anaendelea kwenda kufanya mtihani. Lakini sasa shida iko hapa. Anti akona anti nyumbani, anko ako kazi. Anko anakujenga once. Lakini sasa anti anamtumia, anamwambia washiriki ngono na yeye, akikataa anamwambia nitaambia anko yako ulikuwa unanitaka, sitakusaidia kulipa fees, sitakusaidia shopping, nitakufukuza. So anamtishia. Unaona? Anamwambia lazima usome. Akamwambia soma mara moja tu, hatutafanya. Akasoma mara moja akamwambia katiba yako ni nzuri, sasa ndio sitaaja. Uko what? Uko beautiful. Uko beautiful kushinda husband wangu. Je, unaweza mwambia nini? Karibu sana. Daughters of Jezebel. Well, they can do anything in the name of sex. Na wao ndio wako. Ai, hapana. Hiyo roho tunaikataa ishindwe katika jina la Yesu. Okay, for me, I want to say that it's unfortunate. Alianguka kwa hiyo mikono. Yaani kutumiwa na anti yako kukua kama ni doli. Sex toy ni kitu mbaya.
Kukuwa sex toy ni kitu mbaya sana. Mm. That's why even myself, I never believed in anybody. Mm. You find that kero gwakwĩrĩirwo moiũrio gote mwantu wa gũtĩ gutu chengo cha kũmoira masomi. No. These people enambe nyingi Dennis namba mingi haifanyi nini, hawasaidii, but they Yes. destroy because of Mm. jealousy. Now I can see the drama that boy is going through. Not only sex, she's even telling him to go down there to lick, alambe huko chini. Sasa anamtumia kama sex toy, unanielewa? So for me, I'm very sorry for the guy. Afumilie kai matemo sina mtihani si mwezi wa 4, wanafanya exam lini? Niyo mwezi wa 4 hapo tu. Yes, sasa hiyo amemaliza safari. Hiyo miezi mitatu imebaki, tuhesabu tu anaweza have sex na yeye mara 4 hivi 3, basi aende tu afumilie. Sasa tutafanya nini? We cannot do anything. For me, naweza mwambia afumilie, sababu alianza kitambo. Angetuambia kitambo wakati hakukuwa ameanza hii safari, angesaidika. But for now, wacha tu alirelax. Wacha ni support hiyo mwenye alipiga simu. Wacha tu alirelax hapo. So afanye mtihani kwa amani. Lakini make sure akitoka hapo ako na evidence. He need to expose this evil woman. Lakini Jennifer, kama ni wewe Jennifer, alafu unasikia hivyo, utamwacha akule for hiyo miezi 3 imebaki? Wewe unaweza chukua hatua gani? Wewe ni mtoto wako sasa. Kama ni mimi, okay, unajua kijana ameregister form 4, anaenda kufanya mtihani. Kitu ingine naweza mwambia, bado anaweza toka kwa hiyo kwa hiyo boma, aende polepole na vitabu zake, aende akasome kwao, akuje kufanya mtihani, ama aongee na principal, amwambie venye amechoka, mwambie I'm tired, iko ABCD, how can you help me? Unaona, yani aongee. Unajua talking, communication helps a lot. For now we don't know how he feels, though he has suffered. Let me tell you, Dan, this boy, I can imagine these women wenye wameolewa na wababa wenye hawana nguvu za kiume kwa kitanda, they are all viral, wanataka kulambwa mpaka kwa yani uchafu huyo mtoto amekuwa akikula. I pity the boy. So for me, namwambia atoke, anaweza toka, anaweza vumilia, ni yeye ndiye achague. Right, Mama G for general. Ndakuta round 2 Mama G ndio tuongelelee sasa mamaid au wasichana ambao wanaishi kwa watu kwa ni maskini vile wanasumbuliwa na maango pia. I'm coming to round 2, itakuwa ni ya mwisho. Pesh Kariuki, that aunt is evil, anasema hivyo. So Pesh, I see you. Okay. Next on stage hapa ni nani? Ni Modesta. Unmute. Modesta, unmute. Mambo? Poa sana. Ongeza sauti kidogo, umepotelea wapi? Niko tu. Yeah. Karibu sana, nafasi ni yako, salimia watu, ingia kwa mjadala. Salimu yote ya mjana. Jambo sana. Sasa mimi hapa Yaani kuna watu hawaja unmute hapa. Kama uongei ni vizuri una unmute ndio at least tusikwe na echo. Oh no. Kijana ameshinda akitumika na aunty yake na anauliza usaidizi. Mi nina support Jennifer venye alisema
ni avumilie, though hiyo kuvumilia nayo kuna changamoto. So sasa nao mind ya yule mtu huyo already iko manipulated na huyo mwanamke. Mali yako hata ni wachache sana, angekuwa wengine wangekuwa washachinyonga, but yeye ameamua kuvumilia. Ni avumilie tu, afanye mtihani, but akitoka huko make sure kuna evidence, ndio sasa ata expose huyo mwanamke isikuje kumletea shida mpaka kwa ankoli yake. No, when you want to expose something na una evidence inaletanga shida. Make sure kuna evidence, expose ndio asaidie na wengine. Maybe kuna wengine wamejificha wanapitia hiyo na wanaogopa kutoka pale wa expose hao watu, so akwe mmoja wao na akwe yeye ndio njia ya kuexpose, ya kusaidia wengine wa expose watu. Cha tuvumilie, tufanye mtihani, akiona njia ingine mbele. Hivyo tu. Kukurikundu. Modesta, Hey. umemaliza? Unajua sauti yako ilikuwa chini mpaka sikupati leo, sina paka hapo hapa. Nasema already mtu hii ya kumanipulated akili. And I thank God sababu yeye amevumilia. Ingekuwa ni wengine wangekuwa washachinyonga, ama angekuwa ameacha shule. But yeye sasa unaona anataka ajisaidie na aende kusaidia, maybe ako na watoto wenzao pia, ndugu yake, sister yake maybe. But now what I'll tell that guy ni akitoka hapa make sure ako na evidence. Because now maybe saa hii sasa venye tunaongea kuna mtu mwingine amesikia hiyo kitu na imeuma, watataka kufuatilia kiundani. So this wacha vumilie tu, asome, akiendelea tu nitasema hiyo kukusanya evidence, akwe na evidence ya kutosha, then when their uncle akienda kujua hii maneno isimlete shida. Unajua kuna wale watu tunasemanga wako na hiyo ikiritiana. Someone anaambiwa kitu anakujanga na hasira yote anaekelea mtu. Maybe amemgonga na amemuua. So akwe na evidence by the time this man akijua vile bibi yake alikuwa anafanya, asing'ang'ane kwa mtoto, aende both sides, ajue shida ilikuwa wapi, na huyu mtoto aonyeshe evidence ni hii. Alikuwa anashindwa kukuambia sababu ameshinda akiniambia, if I tell you, atafanya usinilipie school fees, atafanya na and all that. Wacha tu avumilie, afanye mtihani, akitoka huko ajue venye anatoka. Because now if we say atatoka huko bado hana evidence, yes of course atatoka, but sahii mjadala imeletwa hapa, yeye maybe hana evidence, maybe ni mtu jirani aliona hiyo kitu na akasema acha apige simu, but there is no enough evidence yenye inaonyesha kuwa huyo mwanamke anamtumia. So sahii anafaa kuconcentrate na mtihani sahii, sababu it's only 2 months remaining. Afanye mtihani, akiendelea kukusanya evidence. After mtihani ndio hiyo maneno ingine sasa. Unajua hata watu wakiingilia ndani wafuatilie hiyo story, ndio sasa maneno yote hata ikifunguka itajulikana kabisa. Sasa hata kwa na uoga, atajua kuna watu wenye wanamsaidia. For now, wacha tu avumilie. Okay. Niko na simu hapa, nisikiwa anasema aje. Hello? Hello? Niko kwa maneno yako ya mwisho ungependa kuzungumza ni yapi?
Yes. Hata kama anaenjoy pengine sijui kama yeye alikwambia anaenjoy ama anachukia, lakini maisha yake Sasa unajua obvious hata kama ukinini kuna utamu kiramba sukari, lazima kuna utamu ya sukari. Hata kama umepewa hiyo sukari, hata kama umepewa, hata kama umejinunulia. Huyo ako na mtihani, kwa maana unajua sasa anahesabu like 6 weeks ya amalize nini, afanye mtihani aende nyumbani, sio? Iwapo hatasaidiwa kuanzia saa hii achengewe nyumba ili akimaliza mtihani aende kwao, bado atabaki kukaa huko kwa huyo mama, kwa huyo aunty yake. Yeah. Na hata kama atachengewa nyumba, siku ya kuondoka nyumbani haizi ondoka kama mwizi, lazima aseme kwa yeye. Ile kwa yeye huyo mama haizi, sidhani kama atamruhusu kirahisi hivyo sasa hivi, kwa sababu huyo mama atajua akiondoka hizi rudi tena na amesoea hiyo kitu, unaona? Kwa hivyo kuna mtihani hapo. Kingine, the moment wanaendelea kuenjoy, siku 40 najua naye ikifika haipigi yote. Umekamata. Wanaweza enjoy wakifikiria huyo baba mwenye boma ako kazini, siku nyingine anaweza tokea usiku akuje. Labda ndio wako na game yao, huwezi kujua, ya Mungu nayo ni mengi. Upate wamekuta. Mtoto wa watu utafikiria atauawa. Na huyo kijana na yeye kuacha huyo mama, sometimes naona kama inaweza kuwa ni ngumu, kwa maana hata sasa hivi hata tungesema ako form 2, tutoe huko tutekee nyumba sikukani. Unajua sisi wanawake naye nasi stand sometimes. Akitaka kumwandikia kesi hata aseme alipoondoka hapa aliiba kitu yangu hivi na hivi na hivi. Hakuna uwezo wa kumwandikia mashtaka ya uongo ya kitu yote na amweke ndani. Kisa na maana hiyo katiba anataka. Alright. Huyo kijana anahitaji msaada mkubwa tena anahitaji ushauri na saa. Alafu kitu kingine, hazimuoni shida hapa, hata kama mwanamke anaitisha katiba kwa kijana. Mbona mzee yeye mbona anaenda mbali anaacha pipi hata akuji kuona pipi yake? Si chanzo pia ni kutoka kwa hapo kwa mzee? My friend, hapo vitu ni viwili. Ile kazi ya mwanaume sasa, unajua kuishi ni kazi gani? Kuna kazi zingine haziwezi kukuruhusu ukuje tena kila wiki ama baada ya mwezi mmoja. Labda kama anafanya kazi yenye ina pesa mingi, anaona wacha amalize miezi miwili au mmoja wa pili ndio aende nyumbani. Huwezi jua. Kila kazi, kila ofisi kuna nini yake. Sasa huwezi elewa kazi ya huyu mwanamke. Na huyu mwanamke, unajua kuna watu labda huwezi jua haridhiki na bwana yake, ama na yeye ni yule mtu wa kutaka kila siku na apate, na ndio maana anambesea huyo mtoto mate. Hapo huwezi elewa. Lakini huyo kijana achunge na ajiadhari. Mimi ningekuwa yeye, okay, siku zenye amebakisha ndio amaliza mtihani aondoke, hapo ni chache. Akimaliza mtihani, yes, iwapo atakuwa hajachenga nyumba kwao na akitaka kuondoka kwa hiyo familia, atafute penye ataenda mbali, iwapo apendi huyo mwanamke. Yes. Atafute penye ataenda, aende kisirisiri iwapo hapendi. Lakini kama anafurahia na anatamani sometimes, hata aende wapi atarudi mwenyewe. Kwa hivyo hapo vitu ni atarudi mwenyewe. Alright. Okay.
Shikilia hapo, unajua naenda haraka kwa sababu ya muda. And I want, naona Mr. Mindi hajazungumza kabisa, sijui kama nanipata. And by the way, huu mwezi wa pili tulisema tulipostpone, lakini wale tuko na birthday huu mwezi kama leo tarehe 2. By the way, after 3 days to birthday, my birthday, lakini Valentine ndio pekee yake tulitoa tukapakisha siku za kuzaliwa. Welcome you all back, na wakaribisha nyote kwa ile birthday. Mtu akuja nimwagie maji kama double karara. Mr. Me? Yes. Jambo. Unanisikia? Nakusikia ile time ya mara ya kwanza ulikuwa umenyonga sauti. Ilikuwa imepotea kabisa network. Karibu sana. Mara ya kwanza na wasalimu wa mjambo. First of all, turudishie Mwenyezi Mungu ni asanti kubwa kwa sababu tumefika mwezi wa pili. Wale wote ambao naona wako live wote. Maybe kuna wengine sijaona. Pia najua wao wako vizuri, Mungu amewajalia. Niende kwa mjadala kidogo nimeshika, lakini sikushika wakati ulipoanza, lakini nimeshika kidogo na network ilikuwa inanisumbua na kazi pia nayo niko nayo. So mimi kitu yenye nilikuwa nasema kama huyo kijana angekuwa karibu na nyumbani ningemwambia aenda akae kwa nyumba yangu. Juu iko bure, hakuna mtu mwenye ako huko. Iko tu hivyo. Amalizie shule yake huku, alafu nitamsaidia vitu zingine. So achane na hiyo mambo ingine. Hiyo mambo pia inatuharibu. Sisi wengine pia hatukuwa tunajiweza. Sisi wengine ninapokuelezea hivi, mimi mwenyewe nilisomea kwa nyanyangu. Nilitendewa mabaya na mazuri. Ukiwa kwa mtu ndio unaona mwenye anakupenda na mwenye hakupendi. So kwa hiyo jamaa, hiyo kitu yenye anafanyiwa si mzuri, lakini na yeye ni vile sasa anaona hawezi kataa. Akikataa maybe hawezi maliza shule yake. Sasa ni ile tu nilikuwa natoa, sina mambo mengi ya kuongea, ni ile tu nilikuwa nauliza maybe angekuwa karibu na nyumbani, mimi ningejiova mimi mwenyewe nimwambia akuje nyumbani akae huko, alafu aendelee kwenda shule akiwa kwa nyumba yangu. Hakuna mtu anayeishi kwa nyumba yangu, iko tu hivyo. Nilifunga nikitoka tena inaningojea. So angeenda kwangu akae kila kitu, chakula kila kitu nitampea. Haina shida, lakini sasa sijui kwenye yako. Hiyo tu ndio nilikuwa nayo. Kukuuliza mazuri. Yes, double karara uliza. Sasa nataka kukuuliza hivi. Huyu kijana ako wapi? Kijana au katika maeneo ya kule Mugirango Kusini, mpaka wa Wajaruo na wa Kisii. Kuelekea Mariwa. Okay. Sasa kitu kingine ya pili, sasa kuambia huyu kijana kama anatazama ajisi kama yeye. Kidogo. Yes. Nakupatia nafasi kidogo. Sasa nikisema hawatajua ni sehemu ipi. Yes. Yes, double karara. Kungu ndio yangu anangende. Ili nataka kusema hivi. Huyo kijana nataka ajisi kama yeye. Ajisi kama yeye. Because umaskini ni mbaya sana. Itatupa mfanye vitu mingi ndio ufanikiwe maisha. Na huyu kijana inatakikana atoe good evidence. Because ile siku ya nyango yake atamkuta. Hapo unajua hapo ni kifo, hata si kuongea kote. Alafu kitu kingine Kurukuru na kuuliza hivi. Huyu mwanamke ako na mzee wake. Huyu mzee wesi kwa kitanda ama ni kasi? Ndio mimi hata sikuelewa. Si mzee kwa kazi anakujanga once.
Kwani ya wanawake wenye wanaishi bila wasi na huyo mwanamke ni shetani hata ashindwe katika jina la Yesu. Huyo mwanamke hata ni shetani. Huyo kijana mwambie atafute evidence. Akishamaliza shule afanye mtihani yake. Hata watu wanaweza msaidia. Hata mimi nilimwambia naweza mbea nyumba penye anaweza lala. Atoke hapo, akuwe na evidence. Because siku yenye yangu yake atamkuta hapo si kuongea. Hiyo si story. Ataulizwa mbona hukusema? Mbona hukuniambia mimi kama ango yangu? Unanitendea hivi. Unaona? Sasa hiyo kijana mbea device kwa simu yake atoa anti yake screen mzuri, evidence yenye mzuri. Unajua mwanamke ni shetani. Mwanamke ni shetani. Obviously sisi ni masetani. Tu mwanamke akitaka kumfanyia kitu anaweza mfanyia. Anaweza sema anaweza ambia ngo yake mimi huyu kijana ndiye alikuwa ananitaka kabisa, alikuwa ananitongoza ukienda kazi. So make sure kama ametafuta evidence, akimaliza shule aende mbali, yani aende mbali karibu na hiyo anti yake. Hiyo ndio naweza sema. Anti yake akisema ati anaenda kuambia ngo yake, ule kijana awe kama ako na evidence ya kutosha. Alright. Asante sana. Tunaelekea climax kumalizia, na kama ndio unaingia kwenye show, watu walikuwa wametiririka kwenye comment section, wamekuja moto moto, tunaendelea kujadili. Tukielekea kumalizia, Mwandesta Maota yako pale, atakuja tumalizie pia kwa hapo. Asikuze ameamua kufunga kamera. Sijui alikuja ni nini. Si unasikia hapa, na mimi nashukuru sana sauti imeanza kurudi. Lakini unajua niko na birthday. Sijui nani atakuja kunimwagia maji. Yeah? Kurukunzu. Aki kuna mtu natafuta hapa nisamee. Nitafuta Chris Queen. Chris Queen tu nitafuta inbox. Mimi tu nakutafuta sana. Chris Queen anitafuta inbox. Akutafuta, nilimwona chuzi akaongea kwa comment akisijui alitoroka wapi last Thursday. Nilimwona. Okay, natafuta. Nikimwona tu hivi, namwambia atafuta double karara mahali anapatikana. Mkiona mtu anaita Fenika Gesare anatafutwa. Kuna watu wamepotea anyway, lakini sawa. Alafu na Roni yeye anakuanga hapa. Roni alikuwa anakuwa show ya mapema saa 3. Ile ya kwanza yake Leonard anakuanga hapa. Alright. Sijui nani atakuja kunimwagia maji. Kwa hata Mwandesta asema, Mwandesta. Nimeanza na wewe, tusimuke hivyo maneno moja moja na uniambie nani atakuja kunimwagia maji ya birthday na nani atakuja kukata keki. Karibu sana. Mimi sitakuwa mchadara. Sitakuwa hapo kisi. Ni kadhabu. Sitakuwa karibu. Yangu keki yangu nitakuja kuikata mwezi wa 4. Kai. Malizia mchadara, maneno ya mwisho. Sina la kusema. Sina kabisa. Mimi naombea kijana mema. Sisi tumshike mkono. Tumuombe. Ya dunia ni mingi. Tu safarini tu. Right. Nina siku hizi umeokoka hadi unafunga kamera. Asante sana, endelea hivyo hivyo. Nimezima light ndio mtu yeye alale. Alright. Mr. Me. Endelea kukula mkate. Hakuna mkate ngumu kwa chai na hakuna chai ngumu kwa mkate. It's okay. Karibu sana maneno yako ya mwisho na uniambie nani atakuja. Utaleta nini? Utaleta keki au utaleta wine? Karibu sana kwa show tukimalizia mchadara. Mimi. Yes, wewe. Mambo na wine sijui. Ungeniambia maziwa ama soda. Sasa kati ya keki na soda baridi, Coca-Cola, soda nyeupe tititi. Hata juice cola. Itakuwa lini? Date 5. Date 5. Day of this February. Hiyo ndanunua soda.
Soda. Sawa sawa, watu watakunywa soda. Dabo Karara, kuwa ready, tutakunywa soda hapa. Tafadhali kama uko Kisii kuwa ready kukuja hapa. Kama uko mbali utatuona hapa tukikunywa soda. Naomba fare Kurukundu. So yes, so, Mr. Me. Okay. Mimi Kenya nilikuwa naongea. Naomba nitakese fare. Hiyo kijana Yes. Saa amepitia magumu lakini anaenda kutoboa. So kitu yenye nilikuwa namuomba, maybe kama atapata uwezo ya kutoka hapo atoke na aende kabisa, asiangalie nyuma. Najua akiangalia nyuma pia huyo mwanamke atamfuata, maybe amwekea vitu zingine. So mtu kama mimi, yes, maybe angejua kwenye niko, nisiongee aenda kumfuata kwenda hapo. Yes. Angeenda tu hata kesho anipigie tu simu niongee na yeye nimpeleke. Okay, Dabo Karara usene shikilia kwanza. Dabo Karara wait usiende. Tumalizane na Mr. Me. Yes. Aende tu hadi kesho kwa nyumba, anzane na maisha ya kwao. Ndamtumia tu pesa aanzie maisha na akienda shule. Sasa maybe atakuwa shule mbali. Sasa mimi sijui, lakini kwenye umeongea sijui ni kama ni kwenye najua ama ni kwenye sijui. Sasa sijafahamu vizuri. Maybe uweke kama ile siku alafu tuongee out of the box alafu tu nini. Sawa. Yes. Niambie ni wapi. Tutafutane siku nyuma tutaongea pole mdogo. Tuweka hata grupu WhatsApp. Mimi nitaka kuona kijana grupu. Nani ameenda? Daktari anaenda kunipigia simu. Okay. Dabo Karara, wewe ndio nikuja kwako niende kwa simu, najua daktari ataenda kunipigia simu. Dabo Karara. Mimi nasema hivi. Huyo kijana nimempenda tu na namuombea. Sijampenda kwa kitu kingine. Kwa hiyo kazi anafanya ni mzuri. Na wewe unataka kumpenda, na wewe unataka kumpenda bana na mpendo wa Yesu Kristo. Kurugudu fanya hivi. Huyo kijana nimempenda kwa kazi anafanya kujitetea maisha. Kurugudu unafaa. Huyo kijana mimi hata nataka nimuone. Hata mimi tutamsaidia. Unaona nani amesema atampea nyumba. Chakula iko. Yes. Tunaweza mchangia hii kesi ya TV ni kubwa aende university akipita. Lakini hii kitu yenye zamtoa usauri. Hatue evidence. Evidence ndio inamsaidia. Mimi hapo ako hatari kabisa na mhurumia. Hiyo ni kifo tu straight. Unajua masomo na kifo ni kitu kingine tofauti. So namwambia Chesa kama yeye. Akimaliza tu mtihani hivi. Unaona nani amesema atampea nyumba na chakula iko. So huyo mama akienda kufanya lete mdomo nyenyenye ako na evidence anamuonyesha. Atatulia. So ataenda kama wamekaa tu vizuri, yeye acheze kama yeye. Wakae vizuri amtoe screenshot, akimwambia ni nini anaendelea tu. Kama mtoto ako na simu, taji mzuri, atamtoa screenshot na atachat na hizo voice. So hizo zikiulizwa sasa ako na evidence ya kutoza. Ndio bakitoka hapo mwanamke asiende kumfuata. Ndio mimi kitu namhurumia kabisa. Acheze kama yeye. Nimemalizia hapo. Alright, asante sana. Dabo Karara, unaleta nini kwa birthday? Mshumaa ama sama kofia? Eleta Dabo Karara. Asema amependa huyo kijana. Yule Dabo Karara. Msichana yetu hapa, comedian wetu. Huyu ni comedian akiamua kuongea hapa. Sijui siku hizi alikuja akaanza tuko 2022, aliogopa tu 2022. Okay. Wacha ningia hapa kwa hii simu hapa tusikie dada yetu anasema nini ndio nitafute daktari. Yes. Sister, unasema nini ya mwisho kabla tujamaliza? Mimi nilikuwa nasema
alisema atampea nyumba aishi, ampee na pesa ya kuanzia maisha. Kama kwake ni mbali na kwa huyo aunty yake, wache ikuwe ni after huyo kijana amemaliza mtihani. Yes. Kosi saa hii akiondoka kwa huyo mama, si huyo mama atajua sasa amemkimbia. Anaweza kumchezea dili yoyote, amkamata ama amuue. Unajua hiyo kidudu benzi ni hatari sana. Mtu akishazoea kucha vitu zake kila siku alafu uje umnyang'anye siku moja, ni mbaya. So mimi naona hana jinsi huyo kijana. Aendelee kucheza chini. Huu mwezi mmoja umebaki na wiki mbili hivi. After exam atoke. Yaani mimi nasema atoke tu pole pole. Bora waelewane na huyo mwenye amesema atampea nyumba. Kama ni mbali, aende pole huko, aenda ishi huko. Hata kama ni siku ya nini abadilishe. Aanze maisha mapya huko. Lakini ikiwa alikuwa huyo kijana alikuwa amezoea hiyo kitu, hata amezoea. Atafute msichana mwenye atampea mapenzi zaidi ya ule mama. Aweze kumwondolea akili kutoka kwa ule mama. Yes. Kwa sababu asipopata msichana kumpea mapenzi zaidi ya ule mama, ni ngumu ule mama. Tunajua hiyo maneno. Ungeweza kusema, lakini na pia wazazi wake wanatakiwa waambie hiyo kitu. Watafutiwe njia ya kuambia hiyo maneno, yaani style fulani, ili hata wasijamu ama isiende kuwa kelele nini. Sababu mtu akitokea aende kuambia tu hivyo ati kijana yako hivi na hivi, ule mwanamke anaweza kugeuka ama ageukia hao wazazi aseme nipatie basi ile pesa amekuwa akikula kwangu ama nini. Mbinu itafutwe, huyo kijana waambiwe kama ameshatoka kwa huyo mama. Na huyo mama na kijana akitoka kwa ule mama, kama atakuwa serious anatoka kwa ule mama, atoke one on one. Asiangalie nyuma. Unajua hiyo kesi yake sasa ni kama hawa vijana wadogo, hata kama wamemaliza shule, ni sawa na kijana wa miaka 25 anaenda kuishi na mama wa miaka 40. Hivyo eti angalia msichana. Kwa hiyo ndio hivyo. Alright. Asante sana kwa maoni yako. Utakuja birthday? Utakuja birthday yetu, si ndio? Yenu na nani kurukundu? Ambia watu unaitwa nani? Unaitwa na nini kwa call? Nini kwa call ambayo link ilikata? Unaitwa nani? Ambia watu. Wanauza wewe unaitwa nani? Kwa nini niambie watu kweli wewe? Umesikia amesema unaitwa Priska. Yes. Unataka kuniuza? Unaniuza mtandaoni? Hapana. Double Karara ameuliza huyo ni nani? Mwambie anaitwa Priska. Anaitwa Priska. Jiandae nikuja kumwagia maji. Wewe karibu sana. Ukuje na maji ya kwa wingi. Thank you very much. Let me rush to Freddy. Karibu sana, weka climax. Na watuambie utakuja birthday. Karibu sana, nafasi ni yako. Sasa mmefika wapi? Ile ya kumalizia kuconclude maneno ya mwisho. Maneno ya mwisho. Sijapata namba. Namba ya? Namba ya kura ama ya nani? Ya Karara hiyo sasa. Sasa kumalizia kwanza kwa ile mchadara, Karara kwa hapa atakuandikia namba ama atanipea nikupe. Karara andika Karara. Sina ya kuongesha by the. Kwani ulikuwa umekumbuka ati namba nyuma ndio ukarudi kuchukua namba? Kwani ulisahau kwetu nyuma ukakuja kuchukua? Kurukuza atakumaliza. Kwani ananimaliza aje tena? Mimi hebu fungua kamera nikuone. Mali niko kamera ichukui by the. Mapenzi na pepea kwa upepo. Mali niko kamera ichukui. Aya Fred.
ile maneno mwisho nisasema, na uniambia kama utakuja birthday tarehe 5 mwezi huu. Kuja kunimwagia maji. Karibu sana. Yes, maneno yako ya mwisho na nikukaribisha kwa birthday. Niko mbali kidogo Kurukuntu. Itakuwa around mwezi wa 3. Uko wapi? Sasa wewe. Hata birthday itakuwa hapo mali tuko hapa. Yaani utahudhuria kwa mtandao? Kwa mtandao si hiyo. Sasa nafikiria ni ile live eti kukuja Kisii. Neno. Hiyo ya mtandao tutaona keki yangu itafika. Alright. Nime promise cake. Wewe enda uone keki uniambie ni lipi. Dabu karara na wote platform kitoko hata. Wow, Kurukuntu waje nipewe namba hata mimi birthday yangu. Okay. Thank you very much. Kurukuntu ni call na namba nilicall nayo jana. Yaanza na 04 ni call nayo. Ndio upate namba yangu sasa. Ukakata. Unipe namba ndio nikutafuta. Mimi niko na birthday yangu. Ilikuwa imeanza 04. Ulipiga namba gani? 04. Ulipiga namba gani? 05. 05 ni yako? 0705. Ulipiga call ama WhatsApp ama normal calls? Normal call. Let me see. Akini mimi. I'll go through it. Nitakutext nikipata. Pia si Dabu Karara atanipatia ile namba tunyeni boxes. Okay. Nimeacha namba hapa ndani. Okay. Ndio mama. Nipe namba tuongee. Sasa si mimi ndio napea ni Kurukuntu unapea ama ni mimi unanipea? Si mimi napea Kurukuntu akutumie. Si unaona kitambaa cheki hiyo namba yangu sitateki time. No, unge type hapo. Type on private. Udanipigia ulipiga nikiwa PC. I don't see new number on my calls here. Freddy. Nianza 04. Haiko. Weka namba yako hapo kwa chattings nitoe. Kwa chattings. Hapa chini hapa. Wewe bwana. Wewe weka yako nikupigie. Atanipea. Yaka sijapata. Wewe green yako ni namba hiyo. Weka yako, unataka uweke yako. Sasa weka yako. Nimeona Munyangi. 0495. Acha kusoma yote bwana. Hivyo ni 04 ya. Niko mwisho. Wacha Kurukuntu anipea wewe Freddy. Wacha Kurukuntu. Freddy. 41 niko mwisho. Imeanza na 04 hapo. 41 mwisho I think so. Okay. Imetoka wapi? Ilikuwa nitakukoli acha kuisoma. Sawa. Sisomi. Nataka kuleta Munyangi wa Penta Munyangi Media Group. Karibu kwa Munyangi. Sasa wewe. Yes Freddy. Si mimi nitoke basi. Kuna staff nyingine. Kuna staff nyingine anashughulikia huko. Uko unachukua Dabu Karara. Sasa peani namba. Type namba hapo before. Wewe type namba hapo before nitoke kwa nini? Dabu Karara weka namba hapo. It's okay. Niweke let me go to private chat. Weka private chat. Right. Penta Munyangi wa Penta. Habari Munyangi Media Group. Halo. Mambo. Poa sana. Hali? Salamu labda wewe mtu wangu. Nawaona mko ngangari. Siku umekupeleka aje? Mimi sijui chenye ndio nimekuja saa hizo sijui nianzie wapi.
Siku imekupeleka aje? Ha? Na kitu yako ile. Siku leo iko poa, nilikuwa naumia mgongo, nilikuwa mgongo, lakini Mungu ni mwema, niko poa. Nashukuru sana kwa kukuona na hiyo ni vizuri sana. Amen, So, amen. Namuona karakara. Ama ameenda? No, ako. Amefuatana, ameenda sijui Frida amekosea karakara. Karakara chakuchi. Yaani mimi anaona nikiingia anachitoa haya. Sana tu na yeye. So, nimemwona sijui Freddy. Hello? Yes, nakupata kwa endelea. Munyangi. Tunakupata. So I hope mko poa lakini. Uko salama dada. Vizuri, na mimi niko poa. Ndio mnaenda kumalizia ama? Tulikuwa tunaelekea kumalizia dada. Nilichelewa. Nilikuwa na organize vitu hapa. I think unaelewa. Understood. Nikupatie dakika 2 utuambie hapa wewe maoni yako ni yapi? Hapa kuna kijana anaishi kwa aunty yake anamtumia kusoma katiba, ampatia amani, anamtumia anamwambia kama wewe soma katiba yangu sitakupatia fee, sitakugharamia ama nitaambia anko yako unanitaka. Sasa ile uchague usome katiba ama nikustaki wewe ndio unanitaka. Na kijana akasoma katiba, Akiwa na mrepu. Maoni yako ni yapi? Sio ni raping case ya anaripu mtoto. Huyo anaripu mtoto na is not good. Aende tu amstaki amwachanishe na hiyo masomo yake. Huyu ni mama ni mkubwa sana. Na actually hapana labda kijana maybe ako lakini si umesema ni aunty yake? Hiyo ni tabu. Si vizuri. Achitoe tu afadhali asisome, lakini unajua mambo kama sisi wa Kisii, mambo kama ya aunties hizo laana zinafuatana tu. So it's good tu mtoto achitoe hadi aenda hata amustaki. Yeah. Uwezi ishi kwa maisha yenye unadhulumiwa kwa sababu ya masomo. Hata hiyo masomo unaweza soma hadi ufike bali usiachiriwe. Wacha huyo kijana atoroka asifu maisha yake. Si vizuri actually. I make sense. So ako na form 4 na anaishi kwa aunty. So aje na kwao ni maskini hawezi rudi kwao. Kama ako form 4, unajua sasa kama ako form 4 actually huyu anaweza ishi hata kama ni kwa mafriends wake, anaweza angalia hata kama one of his best friend amuelezee situation yenye iko kwa kina aunty yake. Na unajua sasa mtoto wa form 4 huyu anabakisha like 2 months afanye exam form 4. So huyu anaweza enda kwa aunty yake, yani kwa best friend wake amwambie please nimepitia mengi and that one I cannot do. Niombe tu wazazi wako ama nipeleke kwa wazazi wako nichi explain. Akae hapa amalizie tu exam. Yes. Yeah, this si vizuri actually. Wow. Yeah, unajua kuna watu wanatoa msaada sana kama hiyo case, is very sensitive. Na yeye mwenyewe huyo mtoto kama anataka mazuri kwake aenda achielezee kwa mafriends wake hata mmoja wawili atasaidika tu. Hata kama mtu wa society actually, anaweza enda hadi hata kwa chief ama kuna wale wa shosho wenye wanasaidiana, kuna familia yenye well wishers wanaweza msaidia, achitoe tu hapo ifaa kaa hata kama akifanyishwa kazi ya ali sinaone chiombe gabwe mechi ya abandi akurira matemo. Hata kama si kijana pekee. Hata kama si kijana kuna pia au maid au wasichana wanashingi anko wanawasumbua mashemeji, unapata shemeji anaishi lakini bado anasumbuliwa pia. Naona Wachitoe.
Actually, angalia nowadays kuna well wishers wanachotolea kusaidia familia zenye ni dhuni, zenye zinadhulumiwa kama hao. Wanachitoa tu. Na kama unajua Kenya watu wanaogopa ni ile ya kujielezea. Mtu unatoka hapo hivyo unajielezea hadi unaweza enda hapo kwa street useme please mimi shida yangu ni hivi na hivi. Unaweza pata usaidizi badala ya kuogopa. Yeah. Yaani siku hizi watu wanasaidiwa sana. Tena kuna familia zingine labda watu hawaishi nyumbani. Kama hiyo familia yote mzima inasumbuliwa, wanaweza pata mahali wapewe nyumba. Hata society inaweza wachukulia nyumba mahali wao wakilipiwa, chakula wao wanakipika lakini wako peke yao. So unajua sasa ni ile mtu unaogopa ataanza kujielezea aje. Kujielezea ndio imekuwa labda ndio mtu anaogopa labda watasema nini, labda tutakuwa viral, labda kesi yetu itakuwa in public. Yeah, something like that. So inakuwa hivyo. Freddy, umepewa namba pale. Okay, Karakara mambo? Poa sana Ani. Mbona nimekuja ukatoroka? Unatoroka mama yako? Huku niona mama. Deno, ambiwe mtoto aniheshimia au akiniheshimu. She needs to respect me. By the way, wanda sijakaribisha birthday yangu kwa wote, karibu nisahau. Ati? Karibu nisahau kukaribisha birthday yangu. Reception ni wapi? Ni hapa tu, hapa. Mimi hata sina kuingine, ni hapa tu. Keki utakatia hapo ndani? Na ni tarehe ngapi hivi kwa hii kitu hii na niangalia hapa? Tarehe ngapi? Tarehe 5. Mwezi wa pili. 2022. Wow. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. So which means ni Thursday ama yani ni Saturday Friday. So utatani how many years? Utatani how many? Sasa nikisema sasa tutamwaga unga. Si tumwage unga hiyo siku na maji, tukunye soda na maji baridi. Abogara? Mko na nani? Allah. Unajua mami yake huwa anakuanga na adhabu. Kurukundu ti nyoru. Kurukundu. On text wana. Freddy ngoma yangu. Freddy na kwa nakra sahi. Na gutumire text. Sawa rende. Freddy umepata yangu. Sika bunonyeroche. Deno. Akitega wana bantu bakwarangwana kuchiga namba private. Freddy kwa namba private. Nimekuwekea namba private chat. Namba yeye ndoche. Sioni mimi. Mimi sioni. Baba. Mimi sioni. Namba ndoche akintira. Jatinyeroji. Akitega wana bantu Kagetigo mwana sinocha kuchombe kole moya. Dinheroji wana mwa dege tontaro. Hapo kwa chat kutumia Freddy. You said you have texted me. Nimekutext. Mama text itakuja. Ina maneno na kiru ile tumo sio. Itakuwa 07. Mete namba yangu ana yesterday kwa Mombasa maneno. Narote konta beri ke Mombasa stroke Marindi kosala lia. Na beko lika iko baide. Ono karao mbirene tetinko nyayerera. Ngatatinko wayerera nambeye kumene yako yale sawa sawa nimeipata bona.
Alright, sawa sawa. Mwachi koko dukuna Munyangi wa penta Munyangi media na bwate nkwana monaye. Penta kwana ngomono na Freddy Gabu na Mr. Mina Modesta. Pone na be mwande ingajiri. Private chat. Dabukara Teyo. Ayutakwire mara bako ni kuchezera umutu. Tiango somere. 07 Aha. Bali bandi bako yugu. Aye. Ai. Kama nje akikumye kia. Kuruguntu ambo mere. Minyoke kia utimo inogali ase Munyangi media makolebo. Nande mwara ndogi no kingu kwane yosongo gochiando onsi muji twagotire. Nga yoran Saudi bono. Saudi bonaliense. Don't mind. Songa soko kwana gatoramo. Oh. Yeah. Nawanya nanje nonda abu maybe ndagotharira. Kurabika ikiara gali na butucho kwenye kwana gochiando onsi. Ngokolienda ono tiango bafuri ngokolienda. Munyangi media. No libra ke mtu Modesta babambi yole ngina. Mbiande. Wiki kiara Munyangi media. Ngoyo de dokwa nainja ngorunde stage by the. Munyangi media. Mr. Media. Mambo. Ngeti Mr. Mi hakikisha umefanya sheria zote ndio nikuweke. So in short, Munyangi ako na YouTube channel inaitwa Munyangi Media. Ukiandika Munyangi Media inakuletea, una subscribe, unampata pale, mnaongea na yeye live on the direct. Mtoto mrembo na bali hiyo. Iga kitune gotema. Hii yangu imepotea. Hapana. Hii yangu imepotea. So tufanye hivi. Uko na nani? Uko na Tuma? Mimi si Tuma. Tuma walienda job. Tuma walienda. Kurugundu. Uko na nani? Niko na Lona. Munyangi. Nadapo kalala kidogo. Nataka tuombe. Tumalize ni watch backstage kupiga story. Si ndio? Haya. Tumalize show kwanza. Ninataka tuombe. Nani anatuombea? Dabo Karara. Munyangi. Mimi tawaombea? Hapa tuombe. Yes. Tuombe. Baba Mungu muumba wa vyote, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo baba yetu. Tunakurudishia shukrani za dhati maanake wewe ni baba yetu. Mfalme wa ajabu, tunamekuja mbele zako vile tulivyo, tunakuomba msamaha, utusamee dhambi zetu za kutenda, za kufanya na za kufikiria. Utuoshe baba mfalme wa ajabu, tuwe weupe, maanake ndio tustahili kukaa watoto wako. Tunaombea hii channel yetu ya Kurungutu, alafu na channel yangu of course baba wetu. Baba mfalme wa ajabu, chochote Kenya tunaongea pale wacha kiwe cha funzo na kituelekeshe haya maisha yetu ya youth. Asante mwana wa Mungu, linda familia zetu, tuondolee magonjwa, watoto wetu walinde, na asubuhi tunapoamka tukisikia wako vizuri, shukrani na za dhati za kurudia wewe baba wetu uliyekaa katika kiti chako cha enzi. Haya machache naomba tunapoenda kulala, tunaomba tulale na wewe, malaika wako watakatifu watuzingire, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Amen. Good night. Thank you very much. Thank you for watching. Wara ambao wako hapa nitawacha backstage mpige story mpaka mtosheke. If you want to join them hapa backstage before nimalize show, kimbia na hiyo link. Iko hapo kwa comment. Kimbia kuja hapa nikuongeze kabla nitoke. Wale ambao nataka niwaongeze wakuje mbio. Niwaweka hapa, mimi nitoke. Mimi ndio chairman wao sasa. Mpaka asubuhi. Mimi ndio chairman wao sasa. Haki nyinyi
Huyu mwenye alikuwa anasema atabeba kijana wote nyumba mlete. Na huyo kijana mimi nitaka kumface. Mgani? Kurundundu. Engane linga kibantu akolete. Teatora arura hivi. Wataka kuitana musa saba antu barta ta kora show. Anda,